ni stara moja pozi tena pozi kibisho, ikiwa ni saa nyingine hapa basi tena kabambe zaidi. Tunakuja kulianza picha letu style kama hiyo shasha. Ni picha imeletwa kwako na wana Fox Star Studios. Wana Fox Star Studios waruhusika pia kukuandaria kwenye horror cinema, ikiwa ni stara moja tena maridadi zaidi. La, kwa ulimwengu tulio kwa sasa basi dogo brother wapenzi watazamaji, kuna kitu moja inasumbua watu sana, wanajulikana ama sio kitu, ni kikosi kimoja kinasumbua watu zaidi kote ulimwenguni, kinajulikana kama vile the terrorist, Al-Qaeda, Al-Shabaab, Amigos na wengine kama hao. Hizo zote basi ni vikosi zinasumbua watu zaidi. Sasa hapa basi ni upande wa London na Uingereza. Kumbe waruweze kukuingilia hapa basi bila shaka pale kikosi cha Indian Special Forces wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na Colonel Veranada. Kuna terrorist ambaye amekuwa akisumbua watu sana upande wa India. Terrorism ke businessman. Na wakati alikuwa kwenye shughuli zake hapa basi bila shaka pale za kufanya biashara, yule terrorist alipatikana huko upande wa India. Baada ya kupatikana upande wa India hapa basi bila shaka pale sasa, kulingana na sheria za kiulimwengu, serikali ya India ikapigwa simu ikuja kumchukua yule Indian terrorist ili impeleke upande wa India, akahukumiwa na mahakama ya India. Basi serikali iliweza kutuma hapa basi bila shaka pale serikali ya India iliweza kutuma Indian Special Forces Commando, ukipenda zaidi hapa basi bila shaka pale ni jamaa kwa jina la Colonel Veranada alikuingilia. Hapa ni upande wa London. Kikosi cha MI16 hicho ni kikosi kidedri zaidi upande wa Uingereza. Upande wa British kuna kikosi dedri zaidi basi kijeshi kinajulikana kama vile MI16 kura upande wa London, kimeweza kumkamata hapa basi bila shaka kama terrorist. Yule terrorist ambaye hapa basi anajulikana kama vile Omar Zafar amekamatwa hapa, ndio huyu shasha. Amekamatwa hapo upande wa London. Na kulingana na jela za kule London, ukikamatwa upelekwe jela London, unakaa tu unasema heri ukaage huko. Sasa Omar alikamatwa. Omar kukamatwa, alikuja kama hapa basi Colonel Nada. Manzi hapa London maisha mambo Ulaya. Yaani mimi ni terrorist, the most wanted terrorist in India, lakini nikuwa hapa London, ingawaje nimekamatwa hapa basi bila shaka pale na MI16, mimi nakula pizza, nimewekwa kwa jumba mzuri zaidi, iko na TV. Unaona maisha hapa basi upande wa London ni mzuri zaidi. Lakini niambiwa na Colonel Nada hapa ni London, na baada hapa basi bila shaka pale siku kadha wa kadha mimi nakurudishwa upande wa India. Lakini Omar Zafar alikuja akamwambia, sikiza, hapa ni London, hapa sio India, unasikia? Na kwa hivyo kitambo unitoe hapa unipeleke India itakuchukua siku mingi zaidi. Mwanzo saa hii mimi ni mali ya watu wa Uingereza. Sasa wewe nikuja kubonga na mimi uniambie venye unafanya, alafu hapa basi uniwachilie, ama alafu urudi upande wa India. Lakini aliambiwa, sikiza, kuna uhusiano ambao umetengenezwa baina ya serikali ya India na British, kiasi kwamba in the next 72 hours hiyo sheria iko karibu kuwekwa sahihi na Prime Minister wa Uingereza, kumaanisha in the next 72 hours nitakuwa nimekurudisha upande wa India. Hiyo tu, huo mkataba hapa basi masikizano ya India na British ikiwekwa sahihi, nitakuchukua hapa within 72 hours, na terrorist mwingine yote wa India mwenye atakamatwa hapa atapelekwa within 72 hours. Kwa hivyo tunangojea tu ule mkataba uweze kuwekwa sahihi. Lakini hapa basi Colonel Nada alijam. Mwanzo Omar alimwambia, sikiza, hata ukinipeleka India mimi niko na pesa. Pesa ni kusema kitu gani? Alimwambia hata ukinipeleka upande wa India, I'll buy my freedom. I will buy my freedom. Lakini kumbe wakati huo Omar Zafar
Kumbe aliweza kukomboa kikosi cha Russians retired Spetsnaz wakuja muokoe. Wololo yaye Russians retired Spetsnaz walikuingilia shasha. Russians retired Spetsnaz walikuingilia Operation Calculated Move kumuokoa terrorist kwa jina la Omar Zafar. Ndio hawa shasha. Bahari amewekwa gerezani. Hata Waingereza basi hawakuamini kitendo kinaweza kutendwa ara za nyawaizi. Ni kikosi ambacho kimeweza hapa basi kukombolewa na hawa terrorist, kikosi cha Russians retired Spetsnaz. Kidole katwa. Kwa nini kikatwa? Ili kifungua mlango wa stara kama hiyo. Operation 3 minutes kumwokoa hapa basi Omar Zafar. Kisha Omar akamwambia namna gani? Kwa akhiri khwahish? Uko na sekunde 30. Make a wish. Juu sasa ni kukufa unakufa. Omba maombi yako ya mwisho. Kyunki tumhari maut ka countdown to shuru ho chuka hai. Lakini Colonel Nada alimwambia, sikiza Omar Zafar, umeua watu wengi sana hapa duniani, lakini wacha nikuambie, I am a soldier. Na wakati ambapo nilivaa hii uniform, wakati nilikula kiapo cha mwisho, wakati nilipiga saroti ya mwisho ya kwanza, nilijua sign contract. Nilijua sign death contract. Nilijua tu I will come to die wakati nilivalia hii uniform. Kwa hivyo siogopi hata kama kukufa. Mwanzo I know I'm a soldier, and being a soldier means you can die anytime. Lakini wacha nikwambie wewe Omar Zafar, angalia haya macho yangu. Uyatazame ni watazame ndani vizuri zaidi. Zero. Kuna mtu tu atakuja kukuua. Zafar alimpiga risasi. Lakini alimwambia Zafar, sikiza, wewe wakati tu umenipiga risasi, countdown ya kifo chako imeanza kuhesabika. Lakini Omar alichukua simu yenye ambao hapa basi jamaa wetu Colonel Nada alikuwa anapigwa hapa basi bila shaka pale na mamake. Akaiweka on na akaiangusha. Kumbe venye aliweka on, akampiga risasi nyingine. Akaweka kamera on. Unaona? Sikiza mtazamaji. Aliweka kamera on. Naye jamaa wetu akakaribia hapa basi ile simu. Akaweka video transfer. Akaitransfer pahali fulani. Alifanya video transfer. Kila kitu chenye kinaendelea hapa amefanya video transfer. Kisha maskini Colonel Nada akateketezwa. Makosa. Na kila kitu chenye kinatendeka hapa, wakati anateketezwa maskini Colonel Nada, alirecord na akatransfer ile video. Alichomwa akiwa uhai maskini Colonel Nada. Aliteketezwa akiwa uhai maskini wa Mungu. Akateketezwa akiwa uhai sara kama hiyo na huyu terrorist kwa jina la Omar Zafar. Na kisha Omar Zafar akaokolewa na kikosi hapa basi cha retired Russian Spetsnaz. Lakini alikuja kaambia watu wake, sikizeni, lazima tuharibu uhusiano mwema baina ya British na India. Na kuna njia moja tu ya kuharibu uhusiano mwema baina ya British na India. Kuna diamond ya India inawekagwa hapa basi bila shaka pale na nani? Na British, inajulikana kama vile Koinae. Hii diamond lazima iibiwe ili tuharibu uhusiano mwema baina ya India na British. Ili materrorist wasiwe wanakamatwa hapa, wanapelekwa upande wa India within 72 hours. Ule mkataba baina ya India na British lazima uharibiwe. Na unaweza haribiwa kwa njia moja tu. Ile diamond ya India yenye imewekwa hapa London ikiibiwa uhusiano mwema unaisha. Kwa hivyo aliweza kusaini pesa mingi zaidi. Fox Star Studios wanakuletea, akasaini pesa mingi zaidi ile Koinae iweze kuibiwa. Bado ni kwenye ruti za mwanzo. Ukipenda hapa basi ni kwenye ruti za introduction. Baada ya kusaini pesa mingi zaidi kwa internet, ati mwenye ataweza kuiba ile Koinae ataweza kulipwa pesa mingi zaidi hapa basi bila shaka pale na huyo Omar Zafar. Koinae ikaibiwa ikiwa upande wa London. Na mtazamaji, hapa nataka usikize vizuri zaidi. Wakati wa zamani viongozi wa India, kuna diamond yenye waliweza hapa basi kudhamini zaidi. Waliweza kuidhamini zaidi, ilikuwa kitu muhimu, ni kitu ya utamaduni ya India. Wakati ambapo British ilikuja kucolonize India, ikachukua ile diamond ikaipeleka hapa si upande wa London,
na ile diamond ikaishi kuwekwa upande wa London, inajulikana kama vile Koinai. Unaona? Baada ya India kupata freedom yao, Indians wakaishi kusema wapatiwe ile Koinai diamond. Mwanzo ilikuwa inaonyesha basi utamaduni wao, lakini British government ikakataa. Ikasema itahifadhi ile diamond vizuri. Lakini sasa ile diamond ambayo inaonyesha utamaduni na ni dalili na ni alama ya Indians ya kuonesha basi utamaduni wao, ile diamond sasa, na ilikuwa imefungiwa na imehifadhiwa kule upande wa London, imeibiwa. Ikatangazwa kwa maruninga zote kuwa British imeshindwa kuhifadhi mali muhimu sana ya India. Mali yenyewe inajulikana kama vile Koinai diamond. Mwanzo ile Koinai diamond imeibiwa. Kwa hivyo ikasemekana hata ule mkataba mwema, unaona, ile agreement ya uhusiano mwema baina ya India na British haitawekwa sahihi mpaka ile diamond ipatikane. Sasa uchunguzi ukaanza mara moja, ni nani ameiba ile diamond? Lakini mimi mtazamaji, mimi nataka kuonesha mwizi wa ile diamond. Ndio huyu shasha. Jina lake original ni Hrithik Roshan, jina la sinema Rajvia. Rajvia mwenyewe ndio huyo. Hrithik Roshan, jina lake original, jina la sinema Rajvia. Rajvia ndiye huyu, na huyo ndiye jamaa restaren kwenye sinema, kwenye picha Banga Banga. Uriait Shadr the Unknown ndiye director wa sinema kutonesha mwanzo kamera wa sinema na mwisho wa introduction shasha. Hebu tuingie upande wa shamla sasa India. Tukuje kumpata sasa mrembo. Ndugu brother wapenzi wa watazamaji. Unasemaga warembo unakosea. Sasa kuna mrembo na wameishi hapa basi na shosho yake. Lakini licha kuwa basi ni mrembo, shosho yake amekasirika sana juu huyu msichana amefikisha miaka 28 na bado hajapata bwana. Sasa shosho yake anamwambia hapana bwana, lazima utafute nini? Lazima utafute bwana. सुन, तुझे पता है किसी ने कोहिनूर चुरा लिया? प्लीज मेरा दाव दीजिए। हाय, जीवन थी ऐसे नौजवान अब कहाँ मिलते? अशोक कुमार, देवानंद. I just want to meet a man like that. Yeah, mimi nimechoka hapa basi kuishi na mtu ambaye atafuti mwanaume. Lazima utafute mwanaume. Aromeneoido. Nataka utafute. Lakini namwambia shosho nitapata mtu tu. Miaka 28 ni kidogo. Akaambia sio kidogo. Hebu chukua towel kwanza. Nao serikali ya India imekasirika. Raia wa India wamekasirika. Wanasema hakuwezi kuwa na mkataba mzuri baina ya British na India kabla ile Koinai diamond haijapatikana. Mwanzo serikali ya India imeishi kuomba British iwachilie ile Koinai diamond ikuje iwekwe hapa basi bila shaka para upande wa London. Lakini serikali ya London imeishi kukataa, na sasa ile diamond yenye inasimamia hapa basi utamaduni wa India imeibiwa ikiwa London. Kwa hivyo hakuna mkataba mzuri ambao unaweza endelea. Hakuna uhusiano mzuri ambao unaweza endelea. Chenye kinahitajika ni ile diamond ipatikane na irudishwe hapa basi upande wa nini? Upande wa India. Kwa hivyo kuna uhusiano baina ya British na India ukaharibika. Nero hii yote ni plani yake yule Omar Zafar, the terrorist. Unaona? Koinai diamond. Kila story basi kila siku ni story kuhusu Koinai diamond. British inazaje achilie ibiwe. Tukuja kupata sasa hapa basi moja kati ya magaidi zaidi. Kwanza huyu hapa basi Hamid Gul. नाम की बात Hamid Gul ndiye huyu. Hamid Gul anafanya kazi na Omar Zafar. Na Hamid Gul ndio waliweza kusign kwa internet kwamba na kweti mwenye ataweza kuiba ile diamond kule upande wa London ataweza kupatiwa pesa mingi zaidi. Sasa imeibiwa. Na kwa hivyo sasa kazi yao hawa akina Hamid Gul, wafanyakazi wake hapa basi bila shaka para Omar Zafar, ni kutafuta mwenye aliiba wamlipe ili ile diamond ipatiwe Omar Zafar. Mwanzo Omar Zafar anajua akiwa na hiyo diamond hakuna siku kutakuwa na uhusiano mwema baina ya India na British, yani na Britain. Na wakati hakuna uhusiano mwema baina ya hizi nchi zote mbili, basi materrorist watakuwa na nafasi mzuri. Mwanzo hata ukifanya ugaidi hapa India utorokea upande wa London,
serikali ya London haiwezi kukurudisha upande wa India. Mwanzo hakuna uhusiano mzuri, na ndio sababu alisema nini? Ndio sababu alisema hapa basi iweza kuibiwa ile diamond. Tuchomoke ara zenyewe hizo basi, tuendelea kumpata huyu manze wetu. Huyu naye manze basi anajulikana kama vile Halim Sahani. Halim Sahani, jina lake original hapa basi ni Katrina Kaif. Katrina Kaif ndio jina lake original. Jina la sinema hapa basi bila shaka pale ni Halim Sahani. Halim basi mwenyewe ndio huyu. Ako na umri wa miaka 28 na hana boyfriend. Jambo na ambalo linamweka machungu sana hapa basi bila shaka. Na Halim Sahani anafanya kazi basi kwa banka. Punde si punde, kumbe kwa lile banka kuliweza kuletwa hapa basi bila shaka pale mdozi. Kuliweza kuletwa sana mdozi. Kumbe huyu mdozi anko yake ndiye mwenye hili banka. Sasa alikuja kapata sana akamuuliza, "Ai, mimi sasa ndiye mdozi?" Sorry sir. Oh, I'm sorry sir. Mimi ndiye new managing director of this bank. Uko na bwana? Hapana. Uko na boyfriend? Nahi. Hapana. Ai, bas. Hata mimi niko namna hiyo. Sina mtu. Manza kamwambia ni sawa basi, mimi ni receptionist, nafanya kazi kwa hii bank, nikuwa kama receptionist. Akaambu usijali, naweza kutoa kwa receptionist nikufanye credit manager. Namna gani? Na yule unajua niko serious. What? Hii ni credit card yangu. Kaa nayo. Unajua mimi ndiye sonko wa hii bank. Ni roho manza nataka mtu. Manze anataka mtu na ako serious. Manze ako very serious, anataka mtu. Sasa wakati wa jioni hapa basi kukakuja kipindi ya Pastor JJ. Kipindi ya Pastor JJ inasema namna gani? Kipindi ya Pastor JJ inasema lazima mtu awe na mtu. Kipindi ya Pastor JJ ikaendelea kuelezea lazima uwe na true love. Kipindi ya Pastor JJ ikaendelea kuelezea ni vibaya na ni hatia kukuwa wewe ni mtu na hauna mtu mwingine. Hata ndege zinaendaga wawili, hata dutura, jiwa zinakuwa mbili. Hata wakati Noah aliambiwa hapa basi aokoe wanyama, aliokoa wanyama wawili. Kwa hivyo ukiwa peke yako ni kumaanisha hapa basi ni kitu mbaya zaidi. Sasa wacha manza kuja kuona hapa basi mmoja kati wafanyikazi wa lile bank anakuja kuretire. Ako na miaka 70. Mimi niko 70, ada ya masigo, bado mimi ni kadem. Atuwe ni kadem. Uko na miaka 70 unajiita kadem. Nimekosa bwana. Tuna shosho virgin. Sasa inasemekana ni shosho but bado ni vaju. Hana mtu. Lile jambo likawa basi watu wanamhurumia. Anajiita kadem na ako na miaka 70. Masairi nipita. Ama kashosh dem, kashosho vaj. Kashosho vaj kumaanisha ni mimi ni kashosho kavajo. Sasa watu wanasema, "Oi, sasa kama ako na miaka 70, ni kumaanisha atakufa hakuwa hajaisikia mzuri." Wewe heri kutafuta mtu. Sasa lile jambo lilimshtua sana hapa basi manze wetu. Unaona? Halim Sahani alicheki akaona hapana. Akaenda kwa truelove.com. Akaamua kutafuta mtu. Sasa kwa truelove.com unaendaga unapata ni kwa internet, unapata kuna mtu anatafuta dem na wewe unatafuta jamaa. Mnatafutana. Unaona? Sasa yeye hata hakushinda akichagua na hakuangalia sura. Alikuja tu akaona kuna mtu anaitwa Vicky na anatafuta mtu. Juu ya stress ya venye miaka imesonga akafinya yes anataka huyo Vicky. Alright, jina lake huyo manzi nishakufahamisha basi ni Katrina Kaif. Jina la sinema ni Halim Sahani. Lakini kumbe kule upande wa London walichomoa picha ya yule mwizi. Nero mwizi sasa ni yule jamaa kwa jina la Rajvia. Alright. Nao materrorist sasa walikuja kupatana na Rajvia. Rajvia mwenyewe ndio huyu. अगर उस बैग में वो है जो मैं सोच रहा हूँ. Diamond niko nayo, leteni pesa. Na huyu ndiye jamaa starring kwenye horror cinema. Abdul aya, hapa order laya 4 buna gosh 2 सीख कबाब. Sasa naye mtoto wa Kaparo alikuja kuleta chakula. Kaya mimi naitwa mtoto wa Kaparo. Baba yangu anaitwa Kaparo. Ukipenda sasa mimi ni Kaparo Junior. We. Akaitwa na Kaparo original.
unajua naleta ujinga. Hiyo chakula sio ya hiyo meza yako bafu. Ng'ombe, kondoo, kemira. Haya, sawa sawa. Ni pale fulani kuna kahoteli hivi. Jamaa tukafahamishwa $5 million. Tutaweka kwa akaunti yako immediately. Ukitupatia hiyo Kainoe Diamond. Ndio hiyo. Kainoe Diamond yenyewe ndio hiyo. Ni almasi ya kitaifa. Kwa kujaribu kuiguza bila idhini yangu, I think nimeongeza. Itakuwa milioni 10. $10 million. Sasa kumbe naye mwanzo wetu alifahamisha nyanyake kuwa yeye anaenda kwa truelove.com. Sasa alikuja kuombewa ili apate bwana mzuri. Inakuombea upate DJ Afro. Inakutakia DJ Afro. Pia chari tu naweza shika hii. Tumia hiyo gari ya guka yako. Tumia hiyo gari ya guka yako. Na kutakia kila laheri. Upate jamaa mzuri. Kutane na ticha ya furaha. Haya, nyanyake akamtakia kila laheri. Sasa naye jamaa wetu Rajvia aliongeza bei. Akaambiwa wewe, tulisema mwenye taiba hiyo Diamond atapata $5 million. Dada 10 moihuru. Wakajaribu kutoa mabunduki. Akawaambia I want $10 million. Sio 5. $10 million. Kama mnataka tusikizane, it's $10 million. $20 million. गलत. कीमत अब 0 है. $10 million. Akaambia unajua ni Omar Kofor. Omar Zafar unacheza na yeye. Akadaistaki kujua. Kama hamna 10, basi sasa hata imekuwa 20. 20 now. Punde si punde. Kumbe Kaparo naye alipatiana chakula yenye ifai hapo. Alikuwa anataka kupatia watu hiyo yogurt. Kidogo akaanza. Ololo yaye. Salala. Sasa ikawa ni kitanzi. Cheki. Wameona kona Diamond na wanaitaka. Wameona kona ile Diamond na wanaitaka. Sasa ni kumfuata mwanzo kabisa kona haja na ile Diamond mbaya mbovu mwanzo. Hapa basi Omar Zafar anaitaka. Lakini jamaa wetu amekataa kuwauzia sasa. Amedai hata chukua $5 million. Anataka $20 million. Sasa ikawa hapa basi kuna ugomvi baina yake jamaa wetu Rajvia. Hapa basi bila shaka para na hichi kikosi chake Omar Zakafa. Lakini kiviki sasa basi ni upande wa mkono. Rudhifik Roshana jina lake original. Abana machizo. Rudhifik Roshana. Mbio Rudhifik Roshana. Mbele yake majangili, nyuma yake majangili, pande zote majangili. Ni kuanza sasa. Mnafuata nani? Hivi kiuchokopai. Mnafuata nani? Weka kando. Wengine ndio hawa upande wa Ruvasha. Cheki. Ngai. Majangili. Lakini jamaa wetu ninaona ruka mpaka upande wa chini. Magaidi na wao vile. Ilo sasa hawa ni terrorist. Very dangerous. Ni mimi natafuta sio kongedhia. Na ufuge manioro. Na anamfuata. Hiyo kazi waacha ikae buda. Akadhani majangiri wameisha kufika hapa. Wengine ndio hawa. Na hapa kuna pikwa chapo. Salala. Hapa kuna pikwa chapo kidogo. Majangiri ndio hawa. Mtu wa chapati hii chapati ni tamu. Right on time. Majangiri wengine. Ngai. Majangiri wengine wako hapa tayari. Weka huyo kando. Isha hapo. Wewe usimwage chakula. Wacha kumwaga chakula bwana. Sahani ni moto. Ndio bora usimwage chakula. Mandazi choma kuandalia nazo. Na wakati huo naye manzi wetu ndio sasa ameenda kutafuta mtu
anaenda kutafuta mtu. Wakati anaenda kutafuta mtu kwa truelove.com, truelove.com, jamaa wetu na hai chini ni mbali, nyuma majangili ni wengi. Koinamia taamini majamaa wa Gefishoi. Kwenye ni Gefishoi. Wakachomoa bunduki. We, kautika mute, hiyo sio kijiti. Kuona bunduki, jamaa wetu aliruka sehemu ambayo ni mbali zaidi. Nobody can roga but he rogada. Akagonga mabati, gonga chini mbaya mbovu. We, binadamu anaweza ruka hapo na atoke akiwa uhai. Akafika upande wa chini. We, rukeni tuendelee. Come on. Ruka. Rukeni. Ama mwende. Oh, sisi sio wajiga. Kwetu Kifishoi tunajua ukiruka hapa utakufa. Haya, rudini Kifishoi basi. Wakati huo kikosi cha wana ISS na Intelligence Security Services ya kwa upande wa India iliweza kuchomoa kikosi front cha wanapolisi ambacho kitaweza kukabidhiana hapa basi bila shaka pale na ile kesi ya kutafuta ile Koinae. Na hapo ndipo waliweza kuchomoa huyu mwanapolisi ambaye hapa basi bila shaka pale ataweza kufanya uchunguzi kuhusiana hapa basi bila shaka pale na ile Diamond. Mwanzo unasikia ile Diamond inahitajika mbaya mbovu. Huyu mwanapolisi anajulikana kama vile Zorowa Karwa hapa basi ni mwanapolisi ambaye ataendelesha ule uchunguzi. Wakati huo naye Manzi alikuingia kwa truelove.com. Yes ma'am. Ni mimi nilikuwa nimepiga simu, tunakutana na mtu anajulikana kama Vera Vicky, sijai muona, sijui sura yake na sijai muona. Akaambiwa meza yenu imetayarishwa pale. Juu hawa wana True Love wanaunganishaga watu. Wewe ukipiga simu na ule mwingine apige simu, mnapata meza yenu imetayarishwa. Mtajuania hapa, mkiwezana muoane. True Love ni kutafutia watu hapa basi boyfriend na girlfriend. Vijana. Alright. Kwa hivyo akaambiwa boyfriend yako anaitwa Vicky na tunajua vizuri sana hujai muona lakini atakuja. Haya, sasa Manzi yako very anxious, yani ako na tamaa sana kuona huyu Vicky, juu hajai muona, itakuwa mara ya kwanza. Haya, akakaa kigojea tu, watu wote wameshaanza date. Cheki maneno. Wololo yaye. Manzi akagoja, no akigwaru. Kwa majina ni Muturi. Ile design nyingine mimi napenda mtu na sina mtu. Kumbe jamaa wetu alikuja akapita raizi bahati. Kupita raizi akacheki akaona kali kama Manzi, akaona sahani. Akaona harin sahani na akaona ni Manzi moja mrembo zaidi. Huyu dakiagera mno. Huyo amekuwa mrembo sana. Kumbe wakati anaona ni mrembo akamchungulia. Manzi naye hajui Vicky anafanana namna gani. Manzi akadhani huyu ni Vicky. Kashindwa, kwani Vicky hakuji. Manzi anadhani huyu ni Vicky. Cheki maneno. Mwanzo ndiye tu mtu amekuja hapa na ana mtu, na Manzi ameboeka kukaa peke yake. Sasa Manzi akadhani huyu ndiye Vicky. Cheki maneno. Na jamaa wetu akaona kale kama Manzi ni karembo sana na kana mcheki na kana smile. Manzi ana smile, kaigoza kio. Kwa nini nachekeshwa? Kwani kana nisamaidia hapa namna gani? Manzi akasimama. Mwanzo anadhani huyu ni Vicky. Manzi akasimama. Jamaa naye hai, niko hapa. Hata mimi niko hapa. Nala sio huyu Manzi, sio huyu, wewe sio Vicky. Kwani mtu anafika huku anaitwa Vicky? Dio Vicky. Vicky. Sasa jamaa wetu akadanganyana anaitwa Vicky. तुम बहुत लेट हो. Umechelewa sana. Kuchelewa. Si ndio date unajua ilianza mapema. Ni shughuli. Otherwise yes. तो तुम ये पहले कर चुके हो? Mbona unakaa hivyo? Si nakaa tu. Yes. Internet dating. Ya, kwani ni ushafanya internet dating tena? Vicky akaona hapa, ni internet dating na ni Vicky. Mimi naitwa Vicky na tulikuwa unajua sasa. Ndio hiyo yenye sasa unafikiria ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Kwanza hiyo ndio hiyo tu na hakuna ingine, kwani kuna gani ingine? Si ni hiyo tu. Otherwise sema. मैंने अपनी फोटो unajua
pale mimi nilisema tu nafanya kazi kwa bank. जिस पूर्ति से तुमने अपनी Si ndio? Unajua sasa ukisema unafanya kazi kwa bank ndio hiyo. Sasa hiyo ndio hiyo. Unajua watu wanafikiria ati mambo zingine mingi, lakini hiyo ndio hiyo tu. Hiyo yenye unasema na unafikiria hiyo ndio hiyo. Alafu sasa unaona ndio mimi, ndio huyo wewe. Sasa ndio hiyo. Yes. Otherwise, unajua acha nikwambie. Kasa for example tuseme mimi Vicky. Wakati ambapo nimekuona tu, hata nimesahau pale niko, nikasahau ni nini hii ilikuwa inaendelea. So hata ukiona kuna vitu zingine yenye sijui, usijiulize ni nini kinaendelea. Ni venye nimekuona nikasahau na kila kitu. Unaona? Sasa unaweza ona hakuna kitu na kubuka, lakini kila kitu nimesahau. Sasa unaona? Otherwise kila kitu ni hiyo yenye hiyo ndio hiyo tu. Kidogo grass kwenda kuanguka. Sasa ikafanya manza mpenda mara 5. Karibu wine. Na Vicky uko fiti. Wacha polisi wakuja kuoneshwa yule mtu ambaye inasemekana ndiye aliweza kuiba ile diamond Koinae. Ile diamond kwa jina la Koinae yenye iliibiwa hapa basi bila shaka pale upande wa India. Inasemekana ako hapa. Yenye iliibiwa hapa basi upande wa London inasemekana iko hapa na mwizi mwenyewe ndiye huyu. Huko. Ako huku. Huyu mwizi ako area. Sasa ni internet za ISS, Indian Security Services, wote waweze kukaa chonjo wakiongozwa hapa basi bila shaka pale na huyu Azorowa Karwa. Alright. Haya, jamaa wetu aliendelea hamjui huyu manze na si alikuwa amemdate na hajui nini kinaendelea baina yake na huyu manze. Unaona? Naye manze nadhani alikuwa amempatia nini? Manze nadhani ni yeye Vicky. Unapenda kudance? Ndio, napenda kudance lakini sasa hatujafika hapo hapana. Ukitaka kuishi maisha mazuri, dance ikikuja leo, dance saa hiyo. Jo, unaweza ishi na hutawahi dance, hutaipata nafasi ya kudance maishani mwako. Kwa hivyo ikukiwa na nafasi ya kudance, una dance. Ndio, lakini sasa unajua sasa hatujajuana sana, tujue umetoka wapi. For example, mimi nakaga na nyanya yangu, mamangu na babangu walikufa juu ya car accident. Sasa mimi nakaga hivyo. Hata mimi ni hivyo tu. Hakuna kitu kingine. Hivyo. Ndivyo hivyo. So mambo ni hayo. Hakuna mambo mengine atitatoka juu. So na wewe umetoka wapi? Unakaaga wapi? Unafanyaga nini? Unapenda nini? Unachukia nini? Mimi nakaaga hivyo tu. Na hakuna mambo mengine. Mambo ni yale na story ni hiyo tu. Na shughuli ni hizi tu. Hakuna kitu kingine. Yes. Kuja tu dance. Kai hujaniambia story kuhusu mambo ni haya. Haya yenye lituleta hapa. Ndio haya. So usikuwe na wasiwasi. Karibu hapa. Sasa mi nataka kwenda msalani. Come on, karibia my dear. Unajua watu wanafikiria ati kuna kitu kingine itatoka na huko sijui kuja nini. Hakunaga mambo mengine. Unaona yenye ilikuleta hapa, hata mimi ndio ilinileta hapa. Na mambo ni hayo na story ni hiyo. Na style ni hiyo tu. Hakuna kitu kingine. Mapenzi ni hayo tu. Unaona? Mapenzi ni hayo tu. Kwa hivyo wewe sikio kuwa nyumbani. Tukipatana leo, tunajienjoy leo, tunaenjoy ni kama hakuna story siku nyingine. Kwa hivyo hakuna haja kushinda ukiuliza maswali ati ulitoka wapi nini. Habari ni hii, story ni hii na mambo ni haya. Unaona? Kwa hivyo wewe ujisikie kuwa nyumbani na kila kitu ikuwe ni hii. Kai, yani mambo ni hii tu. Funga macho ni kuonyesha mapenzi. Haya. Kisha wakaamua kula muziki kiasi. Cheki unaona? Wakaamua kuamka, wakakula muziki kiasi, kisha kaambia manze fanya hivi, ulikuwa umesema unataka kwenda msalani, wewe enda msalani kidogo. Manze akaenda msalani.
Kisha akachukua ile diamond akakwa mfuko wa Manzi. Wakati Manzi ameenda msarani, kumbe wakati wa huo majangili walikuingilia. Makusha, majangili walikuingilia. Na ni kwa lile crab la true love. Hey, na sasa Manzi ashapata mtu. Na anaamini huyu ni yule Viki waliongea naye kwa internet. Kisha majangili wanataka ile diamond. Manzi naye amejazika. Amewacha sasa kwa crab watu ni mapenzi, anasema, "Haya, acha nirudi nikakula wimbo." Wakati huo crab inaharibiwa. Jamaa wetu Rajvia ile wale majangili washalala. Ile wale majangili ambao sasa wanataka ile diamond. Huko Manzi amepata kipenzi chake cha roho, lakini sasa kwa crab watu wote wameshahepa, huku ni kitanzi. Sasa sasa sitakula mziki. Mogo. Sitakula mziki. Sitajienjoy. Haya. Wengine wanachomona kwa dirisha star kama hiyo. Rajava shasha. Wololo yaye. Ridhik Roshaman jina lake original. Upande wa nje wengine na mabunduki. Tanala. Maskini jamaa wetu Rajavia. Rajavia Zafar. Pere kwa mbio. Rajavia na windo na mwana majangiri shasha. Ni yeye wanataka jo ile diamond. Manzi naye anajiongelesha, "Kai, mapenzi na kuaga tamu. Wacha turudi tukakula muziki." Kufika nje kado Maia Rwebo. Kwani watu wameiba hali ya kucheza muziki. Wacha hivyo. Hebu chukua hii kibeti yako. Ni wakati Viki original anafika. Hae, mimi ndiye Viki. Nilikuwa nimechelewa, tulipatana na jam nikafungua na jam. Ati Viki? Viki mgani? Kwani kuna Viki wangapi we? Watayarishi, wacha Viki, hii yote ni bili yako. Yule Viki mlikuwa na yeye hakulipa ile wine. Hii yote, alafu ameharibu viti, akavuja chupa, sasa hiyo bili yote ni yako. Please madam, wewe ndio mlikuwa na Viki, lipa hiyo bill. Alafu akakumbuka manager wa bank alimpatia kadi. Akajua Juhana hata ine, akachukua ile kadi akamwambia, "Unaona huyu ni babangu, atalipa hiyo bili yote. Ni mdozi sana." Manzi akachomoka. Hawa nao wenye klabu waanze kutafuta sasa ule manager. Sasa Manzi alichomoka na machungu. Tupatane na yeye saa hii. Aende hata bili hata lipa. Wacha bili. Aniambia yeye ndio Viki, kumbe yeye sio Viki kidogo. Jamaa wetu naye ndio huyo mbio. Aligongwa na gari. Ndio huyo yule Viki. Utaniambia vizuri. Ni mimi. Niwe. Sasa mimi naitagwa Rajvia ndio. Kwa hivyo sasa uko na majina 50. Akamwambia okay. Enyewe mimi sio Viki. Hiyo tu ni uongo yenye nimekudanganya. Lakini kuhusu venye ambavyo niliona kuwa mrembo, kuhusu venye ambavyo nimekupenda, hiyo yote ni ukweli. Guy, no mapigwa marisasi. Dunia imeharibika sana. Unakutana na watu wanaanza kupiga marisasi. Unaona venye dunia imeharibika. Kwa hivyo tuseme wewe ni wandogo, wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi, wacha niite polisi. Wewe goja, wachana na polisi. Wachana na polisi. Sasa unaita polisi badala ukue maisha yangu. Nimekuambia kila kitu ambacho nimekuambia ni ukweli. Isipokuwa tu venye nilikwambia mimi naitwa Viki, mimi siitwe Viki. Lakini kuhusu kukupenda, hakika nimekupenda yangu yote. Tafadhali, okoa maisha yangu. Wachana na polisi, wachana na daktari, kuja tungoe risasi ambayo iko ndani yangu. Sasa wenye truelove.com walikuja kupatikana hapa. Yaani tuseme sasa unataka kusema hii mtu ilikuwa hapa. Sasa unasema kukua hapa. Walikuja karibu kila kitu, lakini huyu ni anko yao. Huyu ni anko yao ndiye anafaa kulipa. Tafadhali tunaomba serikali ifuatilie hii mambo, vitu yetu ilipwe. We, sweetheart. Mimi sijaipenda mtu venye nimekupenda. Unasikia? Na niko na risasi ndani yangu. Nimechomoa marisasi, sasa nataka tushone. Kazi yako ni kunimulikia. Ufungue macho umulike. Guy, hivi ndivyo boyfriend na girlfriend inakuaga. Hivi ndivyo kunaendaga. Wacha aone kidonda cha risasi. Kambu usijari, hii ni kutoa risasi ndani ya nyama. Unaona? Wewe mulika na ufungue macho. Sasa huyu Manzi ndiye anammulikia.
Akiona risasi inachomoka kwa mwili, anakosa kuamini. Wololo yaye. Anaona risasi inachomoka, okay, ninakumulikia. Oh, unamulika vizuri Kwenye watu unamulikaga kuwa amefunga macho. Bado namulika. Lakini wacha sasa jamaa wetu aonyeshe mwili wake kwa huyu manzi. Kisha jamaa wetu akachoma ile diamond fasta kwa kibeti cha manzi. Kisha akaweka kwa mfuko wake. Akavua koti ili tengeneze basi ile bandage. Wakati manzi aliona mwili wa ule jamaa, akasema wa maso exactly kama zile za DJ Afro. Sasa mpaka alikunywa kamnyweso. Cheki, ana imagine hivyo ndivyo mwili nakae, ana imagine basi makaga liko mara 3 ya hivyo. Walala yaye. Sasa mpaka akaanza kuona kunanyesha mvua ya baridi. Cheki kubwa nino. Akaanza kuona hapa basi kunanyesha mvua ya baridi. Lakini akauliza jamaa wetu, kwani hii ni nini? Akaambiwa hiyo ni kamnyweso. Na kamposikiza, kuna watu aina mbili watakuja kukufuata. Sehemu moja itakuwa imechomoka kwa polisi, sehemu nyingine ni kikosi fulani cha kimagaidi. Watakubeba. Watakwambia mimi ni mtu mbaya. Watakwambia hata naweza kukuua. Na kisha hatimaye watakwambia watakuchukua, wakupeleke pahali pazuri. Na wakwambia watakubeba wakupeleke pahali pazuri, kuna gari aina mbili wanaweza kuja nazo. Pahali pazuri Wakwambia pahali pazuri, ujue hao sio watu wa kuaminika. Wanaweza kuja na gari aina mbili. Lakini chini ya kiti kwa hizo magari kuna ikagwa bunduki. Hawa watu hawatakuwa watu wazuri. Watajifanya polisi lakini sio watu wazuri. Wakikubeba kuna bunduki watakuwa wameka pale kwa gari. Uchukue hiyo bunduki, uwatishe nayo na utoroke. Na mimi nasikia nikuwa mrevi. Usijali, nitakupeleka mpaka kwenye nyumbani. Lakini ujue baada ya siku 1, 2, 3 kuna vikosi vitakuja kuzianza kukufuata. Zile vikosi vitakwambia mimi sio mtu mzuri. Watakubeba na magari yenye iko na bunduki. Uchukue hiyo bunduki washtue nayo na utoroke. Sasa alichukua manze na akampeleka kwao. Sasa na yule manager wa bank alikuja kuitwa. We, tunasikia wewe unaitwa mwenye plot, mwenye mali, mwenye pesa, burudosa. Ndio? Huyu alikuwa na kadi ni nani? Waye. Mimi si anko yake. Ni venye mwanaume unajiteteaga. Mwanaume anajiteteaga na kakile kakitu ako nako. Sasa mimi nilikuwa na credit card. Tulianza na kasafe, nikampeka credit card, kumpeka credit card, akaenda nako, tukaendelea hivyo hivyo. Kumbe ni magodi. Kumbe alikuwa sasa jamaa kaelezea maza anafanya kazi kwa bank lake, si ati yeye ni anko yake. Hebu tuingie basi upande wake Hamed Gur. Hamed Gur mwenyewe ndio huyo. Na Hamed Gur ndiye alifaa kuchukua ile diamond apeleke hapa basi bila shaka para ule jangili kwa jina la Omar Zafar. Unaona? Alright. Sasa aliita jamaa wake wa mikono ndiye huyu. Haya. Wololo yaye. Jamaa anaingia kwa swimming pool na manguo. Wololo yaye. Ni jamaa wake Hamed Gul. Jamaa wake Hamed Gul. Haya. We. Magutu. Kwani umekula nini? Kubwa ni kuingia kijeshi. Ati kuingia kijeshi. Unaingia kwa swimming pool kwa na nguo zako zote. Iko wapi diamond? Enyewe kusema ukweli venye kunaenda sio kuzuri hivyo venye unafikiria mkubwa. Sio kuzuri. Jamaa alikataa na diamond. Akataa na diamond. Nero sasa magaidi ikiwa Mohamed Gul. Hamed Gul anahitaji diamond ili apeleke Omar Zafar. Omar Zafar ndiye jangili mkubwa. Haya, huko basi naye Manzar kuja kuamka asubuhi na mapema. Venye alifika hapa hajui. Kumbe jamaa wetu alimleta hapa na Manze anakaaga na nyanya yake. तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये एक दिन का मतलब है कभी नहीं? Manza kaanza kumbuka venye waliongea na jamaa wetu. Hakika anakumbuka jamaa wetu. Anasikia penzi limepanda juu mbaya mbovu. Anakumbuka venye walikula mziki. Anakumbuka venye walikula mziki. Wololo yaye anakosa kuamini. Anakumbuka kila kitu chenye waliweza kufanya na jamaa wetu wa Rajvi.
anakosa kuamini. Shosho yake naye alikuja. Yani kumbe wewe haujuagi kujifunga. Nilikuambia utafuta mtu ukajua utaenda utafute na kisha uswagwe baka asubuhi. Na kwambia ulikuja hapa. Sasa wakati wanambonga na nyanyake, manzi wetu anakumbuka tu story kuhusu jamaa wetu. Kumbuka kila kitu aliweza kufanya. Anakumbuka kila kitu aliweza kufanya. Hebu niambie anaitwa namna gani? Nataka kujua venye anaitwa. Niambie venye anaitwa. Lakini manzi akamwambia hapa basi hata yakumbuki jina. Lakini nyanyake alienjoy sana. Nyanyake alienjoy sana kuona hapa basi manzi amepata mondo. Asante sana. Ala. Hello. Ala. Na baadaye basi manzi wetu aliweza kurudi kwa ofisi. Kama neno. Baadaye manzi wetu alirudi kwa ofisi. Kurudi kwa ofisi kwa lile banka ambalo anafanya kazi kwa kama receptionist. Zoro wa Karwa akakuingilia. Zoro wa Karwa akona picha ya huyu manzi wetu Harin Sahani wakiwa na jamaa wetu Rajvia. Akona picha. Akona evidence kwamba na kuitimanzi walikuwa na huyu jamaa. Na elewa huyu jamaa wetu Rajvia is the most wanted person in India. In India and in London, Uingereza. Amanda, unajua hii msichana ndio walikuwa na ile jamaa ilikuwa nataka kufieka. Amanda, ile jamaa ilikuwa nataka kufieka ile jamaa tunatafuta. Zoro wa Karwa. ISS. Sisi ni polisi. Tunajua story yote. Sasa ni either ukuje twende na wewe ama tukuulize maswali yenye tunafaa kukuuliza hapa mbele ya watu. Sasa manze akaona badala hapa basi kuwe na aibu. Wacha kubali kuandamana na hawa majangili. Yaani na hawa wanapolisi. Kwa hivyo alikuja kafahamishwa huyu jamaa ambaye mlikuwa na yeye is a very dangerous person. Ni mtu ambaye ni hatari kubwa. The fact that mlikuwa na yeye maisha yako already iko hatarini. Ni gaidi. Ebu angalia kuna Diamond aliweka kwa kibeti yako na kisha hatimaye akachomoa. Yote tumechukua kwa picha za CCTV. Huyu jamaa is the most wanted man. Most wanted man in London. Police station है क्या? Na tumepita police station, kwani mnanipeleka wapi? Akaambiwa tunakupeleka a safe place. Juu huyo jamaa anaweza kukuua. Oh. Safe place? Mbona unasema safe place? Hakuna. Ni safe place tu. Akakumbuka venye aliambiwa na jamaa wetu, hawa watu watajaribu kumpeleka safe place. Na wakisema wanampeleka safe place, ajue sio wana polisi wa kuaminika. Ajue venye atakuwa maisha yake. Akakumbuka mpaka aliambiwa vizuri zaidi, hawa watu watakuwa wameweka bunduki kwa hili gari. Na akitaka vizuri juu hawa watu hawatakuwa wana polisi wa kuaminika, achukue hiyo bunduki awatishe nayo. Kwa hivyo Manza aliamua kufanya venye aliambiwa na jamaa wetu. तो मामला 7:7:30 पे आ जाता है. Aliambiwa hapa kutakuwa na bunduki. Kwa hivyo alichukua bunduki, pistol. Cheki maneno. Alichukua pistol. Wolala ye. Simamisha hilo gari. I am serious. Nitapiga mtu marasasi. Nilikuwa najua mko na bunduki hapa. Weka gari kando. Akapiga risasi ya kuwashtua. Ala, anataka wasimamishe lile dinga. On time, shasha. Arakungurujo mwetu Rajvia shasha. Rajvia arakunguria mission operation kwa hoyo wanze shasha komonino kwa barabara shasha. Walalala akarushwa kuwekwa kando stara kama hiyo. Hawa wana polisi wakachomoka mbio mbio, wana ISS wakachomoka. Manza akachukua lile dinga, cheki. We, chukua dinga umerie. Jamaa itu anawazubaisha stara kama hiyo. Manza pata nafasi ya kuchukua rajinga lile dinga, anayepa nalo. Ala, Manza fasta
alikuwa ameshachanurwa, alikuwa amesha hapa basi chanuliwa na jamaa wetu. Kwa hivyo ni fasta basi rasha kapara kuchukua rendinga na kisha timaye basi rasha kapara kuchomoka na rosha. Wana polisi wametokwa na wazimu. Manje na yeye wala la huku barabara na jamaa wetu ndio huyu. Gefene kai mami hagaria yule muisi kwani amengoa wapi? Ndio jamaa wetu aka wanted mpaka ma TV zote zinasema is the most wanted man. Wala la check manino yeta manje na mbio we simama niingie atena chunga manje chunga haangalii kando anaangalia tu pale jamaa wetu alipo. Shalala we dinga zingine zina rambo mbaya mbovu. Jamaa wetu rushwa wekwa kando akajishikilia kwa waya moja hapa basi bila shaka pale kwa nyaya moja ya nguvu za umeme. We kai yole wandogo we wandogo ukohea orue we kakatika karibu kugongwa na basi vuku pano mwingine ushoro kwa hiyo wanataka kujiachilia kwa dinga ramanzi bishara shaka para mwenyewe ndio huyo shasha Rajavia mwenyewe ndio huyo Rajavia. Alright, asante sana. Vikosi vya kimagaidi nazo ziko pamoja na jamaa wetu bampa tu bampa, na ungeshindwa alikuwa mafuatwa na wanapolisi. Sasa majangiri wamekuingilia hapa basi kibao le majangiri wengi zaidi. Chukua bunduki na kuanza sasa. Twende kazi. Munawinda nani? Ala, kwanza dinga la kwanza. Fanyishwa soma sote stara kama hiyo. We, rupuka. Ala, kisha my dear soga nichukua hii gari kwa sababu wewe udereva wako unibambi. Weka manze kando, chukua lile dinga sasa jamaa wetu. Asante sana Rajavia. Maridadi. Upande wa ndani na kisha twende kazi shisha. Majangili na wao wako na yeye bumper to bumper. Hawajamwacha? Never. Wako na yeye bumper to bumper sasa. Majangri wako na yeye bumper to bumper. Ala la. Wanamfuata mbaya mbovu. Wanamfuata mbaya mbovu. We. Salala. Huku mitaani sasa. Alikuja kupita hapa basi huku soko mjinga sasa. Amepita huku soko mjinga. Na upande wa reverse kuna pikipiki na mfuata. Dinga zingine nazo ndizo hizi. Huku ni soko mjinga. Zile dinga ambazo zinamfuata zinafanyishwa masoma sote stara kama hiyo. Manze hajaiona wazimu. Manze hajawahi iona wazimu kama huyo shasha. Na bado wanafyaturua marasasi na vikosi vya kimajangili. Anaelewa soko mjinga mbaya mbovu. Anajua soko mjinga na kujua vizuri zaidi. Dinga zinakoma, mapikipiki zinawachwa zikimfuata. Mapikipiki shasha za kimajangili. Pikipiki za majangili zimewachwa zikimfuata pale kama hapa alikuja kwa amepita. Manze anapiga nduru. Jamaa wetu alikuja akasimama hapa mbele. Kaambia manze wacha nikuoneshe venye watu watafanywa. Roli ya mikate. Shalala. Kai. Hiyo ni mikate. Alafu sasa itakuja wagogwa na roli ya soda. Alafu watu wakuja aje kunywa soda na mikate. Manze alitoka bio. Gani nisaidieni, huyu ni wazimu, nisaidieni. Tunakusaidia kitu gani? Tunakusaidia. Hao ni wabaya kabisa, ni masaitani, nego masero magana digera barabara mayuro na dogo. Hawa ni wabaya kabisa. Tulikuwa unajifanya unaenda kwao. Sasa utakaa na mimi ama utakaa na wao? Utakaa na mimi ama utakaa na wao? Nakwambia kaya wewe ni mzuri kabisa, hata ili kukaa hata ukitaka kisi nitakukisi, lakini tafadhali sitaka watu wanataka kunipiga risasi. Chukua hiyo bunduki. Gai mimi hata wapiga marasasi. Shika hii. Sasa ukinipatia wewe utachukua nini? Acha nikuonyeshe. SGPMG 006 Special General Purpose Machine Gun with a semi-carabiner. What? Kila kitu yako inakuwa namna hii. Vitu kubwa zenye maso. Unasikia? Tukua na wewe mambo ni gangari. Ukae hapa na usitoke, sawa? Na nikikwambia kitu unasikia. Tumesikizana, ukae hapa na usifanya nini? Ukijaribu kutoka, umeona venye wale watu wanakufanyia. Sawa? Wewe ni mrembo na ninakupenda. Wacha nikabidhiane na wale watu. Alafu tuongelea mambo ya mapenzi. Nishaona shetani duniani, lakini hii ni ile daimono mbaya. Aliwaanza
Nerwa sasa kuna bunduki dedri SGPMGWC yani Special General Purpose Machine Gun with the Assembly Caribbean. Wow, Special General Purpose Machine Gun with the CMI Caribbean Star. Ala, with the CMI Caribbean Star shasha. Why? Lakini kufika akapata manzi hayuko. Na watu wanakuwa ni shetani. Tumeongea naye vizuri sasa tena ametoka. Ameenda pale safe Oi, Mungu nisaidie nipatane na mtu ninajua. Nisaidie nipatane na mtu. Kumbe alipatana na yule bank manager. Ukana goko gomena kuja hapa shetani. Ulisema mimi ni anko yako. Sasa unajua venye ambavyo polisi walifanya. Polisi walikuja wakaniambia lazima nilipe kila kitu. Ndani mlikula, imagine mukale ya nyinyi mnakula mimi nalipa Yaani nyinyi wazuri sana mnafanya kazi ya kukula. Mimi nafanya kazi ya kulipa. Akamwambia niko na mtu mwingine mbaya. Ndio huyu ni mmoja nilikuwa nakwambia. Ni ajua huyo. Oi. Mwanza akamwambia ni mbaya ananistua. Wewe ujui huyu ni bank manager. Huyu wake huyu ni Tagoga. Wewe ni nani? Kono wacheza na demu yangu. Bavarai. Unataka nikugoga vibaya sana. Kajamaka. Unasikiaga hadithi yangu? We. Gudie noe mwetu. Unakuonia ndo wanyu. Nikugoge imoja nikuongezea teke. Uende huko juu, ukataliwe hata juu. Akapigwa risasi. Ujinga. Tunaanza kwa walipiga risasi. Nimeogopa. We, kwa gari faster. Sasa umeniuliza nini? Kwa gari faster. Wewe uingie kwa gari unaona mtu anapigwa risasi. Wewe uingie kwa gari sasa unataka nipigwe risasi. Ndani ya gari faster. Wewe. Karate taekwondo judo. Uganigoga niende juu nikataliwe juu nirudishwe hapa duniani Ndio. Nikuongezea risasi. Hapana. Oi guy please. Okay. Nikitoka hapa uhesabu 1 mpaka 100. Na ukiamka kabla hujafikisha 100 nitarudi nikupiga risasi nyingine ya makagari, sawa? Kwa hivyo umake sure umehesabu 1 mpaka 100. Okay, wacha nihesabu 200. Please ndio huo umeenda kabisa pale sitawahi kuona tena. Please wacha nihesabu 200. Good. Sawa. Anza kuhesabu. Na usiamke kabla haijafika. कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. Jifunga mshipi twende. 2, 3, 4 hour, 5 hour, 6 hour. Sasa sweetheart. My dear. Nikuulize, kati ya Shaitani, Goma and Daimono, who is your sister? None. Okay, tafadhali niambie, wewe ndio unageuzaga watu kwa shetani ama ni uhusiano gani mko nao na shetani? Hakuna. Tafadhali niambie tu juu mtu kama wewe, unless pengine tu lazima kuwe shetani na wewe kuna uhusiano. Either you are brothers and cousins. Woi. Sasa tulitoana na wewe wapi woye? Yaani huoni nilikuwa mtu mzuri after nimeokoa maisha yako namna hiyo yote? Oye, singi ningepatana tu na Viki mwenyewe. So unataka kusema mimi ni wa wana Sasa ni maisha gani hii sasa? Okay. Kama uone mimi nikuwa mzuri, kama uone kama nakusaidia ni sawa. Wacha kila mtu aende kivyake. Ni sawa. Si unataka kwenda mimi ni mbaya haya, sawa. Wacha nikuoneshe. Toka, come on. Si mimi ni mbaya, toka. Mimi ni mbaya sana. Cha kwanza nitafuta gari ya kuiba hapa. Haya, kaona gari kingine. Umesikia Joki? Wacha nikwambie Joki. Tafadhali Joki. Twende tu tuchukizane. Hawa anaenda akaiba funguo. Wamezushiana ni jamaa na demu yake, jamaa yetu aliiba funguo. Kai, sasa tena umeiba gari ya mtu. Wewe ni mwizi? Mbona umeiba gari ya mtu? Uko na ingine pale ni ya kuiba, sasa tena umekuja umeiba hii. Sasa hii ni maisha aina gani sasa? Wewe ni mtu aina gani? Please, niambie tu kama shetani ni kazi ni yako. Unataka nini na wewe? Umesema mimi ni mbaya. Nikakuacha kwa gari, nikakwambia uchukue hiyo gari, uende kwenyu, story yangu na wewe imeisha. Mimi nimekuja hapa nimeiba gari. Hii gari sio watu wenyu. Hii gari sio watu wenyu. Nimeiba gari nataka kwenda nayo.
Ni nini tunaulizana na wewe? Si wewe uende maisha yako na mimi niende. Hii gari nimeiba sio yenyu. Hii gari nimeiba sio yako. Namna gani? Chukua hiyo gari ya yule mtu mwingine nilikuwa nimeiba, chukua hiyo funguo ya yule manager wako. Chukua hiyo funguo, enda, tumewachana, hatutaionana tena. Sawa. Basi enda. Wacha niibe gari. Hala? Unanisubua na hii gari sio ya mama yako bwana. Hii gari sio ya mama yako bwana, sio ya mama yako bwana. Hii gari sio ya mama yako bwana. Haya. Manze kufika hapo akaona hapana, nitaipata mtu mwingine wa nguvu kama huyu wapi? Na alikuwa anataka ati huyu jamaa wetu nikisirani, akarudi akakaa kwa gari, kaingia kwa gari. Okay, hata mimi nimeamini. Hii gari sio ya mamangu manze. Iba na upeleke kwenye utapeleka. Ndio, hii gari sio ya mamako bwana. Sio ya mamako bwana. La. Sasa aliingia kwa lile dinga hapa basi manze. Na mwenye alikuwa anateta ati huyu jamaa wetu ni kisirani, lakini manze alijiseti kwa lile dinga na kisha hatimaye hapa basi wakachomoka pamoja. Lakini anashindwa oyi. Huyo no. Huyu ni nani tuko naye jameni? Nimezunguka tu nikatafuta mtu nikaona ni huyu. Akamwambia hapa basi, ndio kaambia manzi yako na sehemu tofauti za kujificha. Manzi akaona sehemu fulani na akaimaka kwa simu ya jamaa wetu. Kina akamwambia ako na sehemu nyingine nataka waende basi wajifiche. Manzi ameshtuka. Lakini Richa anakuwa ameshtuka, huyu ndiye jamaa ambaye wako na yeye. Wale watu wengine wote wazuri, hakuna hata moja ako na yeye, ako na huyu mbaya. Ala, alright. Wakachomoka na akaambia manzi ukweli. Kama singekuokoa, hawa watu wangekudanganya na kupeleka pale pazuri na mwishoe wangekuua. Sorry plans तुम्हारे. Akaambia manzi amini usiamini, hawa watu wangekuua. भूख लगी है? कुछ खा लेते हैं। Haya, wakiendelea kusafiri walipata njaa. Wakakuja kwa hoteli. We, leta pesa tununue chakula. Mimi sina ene. Mtu anafanya kazi kwa bank. Sasa juu nafanya kazi kwa bank lazima nibebe pesa. Kwa hivyo sasa kama mimi ni mkulima sasa ningekuwa hapa na jembe na kijiko. Na uma. Na talibo na kifoi. Nafanya kazi kwa bank lakini sina pesa. Wewe nunua chakula. Hata? Juu ule mtu wewe ndiye mwanaume unajifanya sana nunua chakula. Najifanya Najifanya. Unadhani sikukuona kwa venye ulikuwa unabebereza watu kwa internet wakuchukue? Can I take your order, sir? मेरी लाइफ परफेक्ट थी जब तक कि तुम मुझे मिले. Perfect. Unajifanya mtu mzuri sana hapa. Through love internet, please take me. Lean bank receptionist. Please meet me. Please. Please marry me. I need a man. Please marry me. Hiyo yote. Umesahau na hiyo yote. Sasa umepata mimi unaanza kusema mimi ni mbaya. Usinisemee. We. Tunataka pizza sahani 2 mara moja. Okay, inakuaga ni 600. Chalo. Sasa badala ya 600 unampiga risasi. Ngoja nikuonesha venye mimi nakulaga chakula. Napiga huyu mtu risasi. Unajua mimi ni mkora. Napiga huyu mtu risasi ya tumbo anakufa na tunachukua pizza. Gai. Ndakuwa pizza. Ndio nitafanya. Okay, niko na pesa, chukua pesa, wacha kuua watu. Chukua hiyo pesa wote, nunua ile chakula wote unataka lakini usiue watu. Pizza. Okay, pizza 2 haraka. Na soda. Kwenye maroninga sasa naye yule jamaa alikuja kaita wanahabari ati karibu sana akamata yule mkora. Mkiona nimepigwa hili risasi sio kwa sababu ya kitu kingine, ni ile kitu inaitwa coin na ile diamond. Nilipatana na huyo gaidi, nikarusha mateke za juu, nikampiga 1 2 3, akaanza kukunia. Wakati alianza kunia juu sababu ya zile mateke, ndiye akanipiga risasi ya mguu. Otherwise karibu niokoa ile coin naye. Mimi ni warrior. Lakini Manzeri wakati alikaa kwa hoteli aliuliza jamaa, "Kwa nini unafuatwa namna hiyo?" Akaambia Manzi, "Unajua ni kwa nini nafuatwa? Umeshindwa sana hapa basi bila shaka pada mimi ni nani, si ndio? Na unataka kujua hapa basi mimi ni nani Sasa mimi ni yule mwizi mwenye aliiba Kainoe.
wacha manze aone ile kainoe. Don't tell me it's the kainoe. Usiniambie ni kainoe. Akamwambia ndio hiyo. Guy. प्लीज नवीन, ये फोन नहीं है जो के से शुरू होता है. Ndio hii kainoe? Are you crazy? Kwani wewe ni shetani? It's the चोर. Kainoe? मुझे लगा कि तुम किसी मशीन पर होगी. Ukaenda London ukaiba kainoe ukakuja nayo huku na sasa wewe mtu mwenye ako wanted in London and the entire whole India, wewe ndiye tuko na wewe. Na mimi ndiye chali yako. Kai. Yaani machali wote wakiwa huku. Machali wote wakiwa huku. Wewe ndiye boyfriend yangu. Kai. Mwizi. Wanted in London. Hata polisi iko hapa. Serikali mzima iko hapa. Kaino yakaificha. Wamesikia venye manzi alikuwa anaongea. Polisi walikuingilia ikwemo hapa basi Zoro Wakarwa. Zoro Wakarwa alikuingilia. Akaambia manzi huyu mtu mbali na kuwa aliba hii Diamond. Aliweza kuiba ndio. Lakini ile makosa moja hapa basi amefanya katika uwizi ni kuwa anamsaidia Omar Zafar, the most wanted terrorist in the world. Mtu ambaye ni jangili moja hatari, mtu ambaye anaua watu, Omar Zafar. Huyu jamaa ameimba hiyo Diamond ili aweze kumsaidia. Makosa yenyewe ni makosa kubwa sana tena zaidi. Umanza akaambia ujue uko na nani. Huyu ni mwizi na ana support terrorist. Na hii Diamond nataka kuuzia ma-terrorist. Na hao ma-terrorist wataharibu uhusiano mwema baina ya India na London. Kwa hivyo uchunge. Hatutaki kufia hapa na hali ya kifo imetangazwa. Mwanza akamwambia nilidhani wewe ni mtu at least mtu mwingine. You are a wanted man in London, in India. Na sasa tu una support Omar Zafar. Sitaki story zako. Siwezi nikataka hata watu wetu wasikie ati nilikuwa na watu kama wewe. Sitaki. Sitaki kamwe. Sitaki story zako hata kidogo. Sitaki uhusiano wako hata kidogo. Sitaki anything to do with you. Sitaitaka kukuona tena. Wewe, mimi ni gaidi. Nikikupenda nimekupenda. Hauwezi ukaniwacha. Kuonesha manze bunduki. Wana polisi wote wenye walikuwa hapa basi wakachoma bunduki. Wewe nataka kuua manze. Lakini kidogo hivi. Ruka kukamata manze na kisha kuruka na yeye. Cheko maneno. Ruka na manze design kama hiyo. Wakajaribu kupiga marasasi. Lakini wapi? Abande mtu kuna kichwa mzuri kweli? Huyu mtu kuna kichwa mzuri sana kweli? Huyu mtu kuna kichwa mzuri? Waza ujinga gobro, unaniuliza swali namna gani? Hiyo ni swali ya kuniuliza. Hiyo ni swali unaniuliza? Hii tunaona na basha yako unakuja kuniuliza maswali hapa. Mtungo bebe. Manza alichukurwa stara kama hiyo. Jamaa wetu wakahepa na yeye. Sasa mpaka manze wako kwa meri hapa basi awarbebo na dinga kisha timu yake kwa meri na kisha wakatamburuka. Jamaa wetu anataka kuhepa naye kwenda mbali zaidi. Lakini manze akifunga macho anaota ati wako kwa chopa. Anaota wakiwa kwa chopa. Akiambiwa amuke waende. Yani yale mambo huyu manzi ameona kwa maisha yake hakuwahi hata tarajia atawahi yasikia. Yale mambo ameona hakuwahi hata tarajia atawahi yasikia. Lakini hivyo ndivyo hivyo basi manzi anachukuliwa na kasafirishwa kupelekwa mbali zaidi na huyu jamaa wetu. Huyu jamaa abana machezo. Huyu jamaa manze abana machezo. Manzi anasafirishwa kapelekwa mbali zaidi sehemu hata yeye basi hajielewi. Hajui ni wapi. Hajui ni wapi anapelekwa. Haelewi ni wapi. Lakini tu hapa basi anajua ako mikononi mwa huyo jamaa wetu. Ala! Wae! Rajavea abana machizo. Alibeba manze stara kama hiyo na akachomoka na akampeleka sehemu ambazo hapa basi ni sehemu za mbali sana. Baada basi ya masaa kadha wa kadha ni wakati manze anajisikia. Manze akapata ameandikwa hapa good morning na kuna breakfast. Lakini ile kitu ilimshtua sana ni hadi mavazi amebadilishwa mavazi.
island fulani. Mavazi yake amebadilishwa mavazi yake. Jodho, huku ni wapi? Hapo ni wapi nani? Wewe jamaa anavunja kuni hapa basi aweze kutengeneza lunch. Alikuja mbio. Mimi wezi niiba unipeleke kwenye unafikiria unatauta nipeleka? Unaniiba unanitoa kwenye sasa huku ni wapi sasa? Huku ni wapi? Hii ni mafichoni yangu. Mimi ni gaidi sasa nikijificha na kujaga huku. Yaani umenileta kwa maficho yako? Si ndio? Sasa nikakupeleka wapi kwingine? Alafu sasa nani alinibadilisha nguo? Badilisha nguo zote 3. Kwanza baka waruwaru. Ukatoa waruwaru yangu ukaniona nikiwa uchi ukanibadilisha nguo. Sasa ungekaa hivyo kuwa mchafu na nimekuosha. Mbona ulizi nani alikuosha? Nilikuosha vizuri nikakubadilisha nguo. Ukaniosha ukatoa baka chupi yangu ukatoa. Baka siodolia. Baka nikaona venye nyonyo zimekaa standing. Niliona kila kitu. Nyonyo zangu kaona. Acha nyonyo. Sasa unajua mimi nilikubadilisha kila kitu. Nguo hizi zote ni mimi nimekuvalisha. So wacha kushinda ukistuka. Yaani ukaona kila kitu. Ukaniona nikiwa uchi. Uliona nini ingine? Kila kitu. Mpaka mkonyonyo. Ukaona mkonyonyo yangu. Ilikuwa inakaaje? Round. Mkonyonyo. Na saidongi. Ilikuwa soft hivi. Na enyewe ulikuwa umeinyuma mafuta. Nikabidi nikupake mafuta vizuri kwa masaidongi. Vizuri nikakupaka mafuta vizuri sana. Unaona? Ulikuwa hujabrush, nikakubrush vizuri, kengine kakatalia kwa ulimi nikachukua, kaulimi kangu nikatoa. Yaani ukaona sehemu nyeti zangu. Si ndio? Kwani kama baya. Kwani ni nini? Sikuwa baya. Yaani uliona kila kitu. Nilikuosha na nikakuvalisha nguo zingine. Naona? Haudio goonome. Kwada wewe. Akachukua simu ya jamaa wetu. Ilo Manze hata hajui yako sehemu gani ya ulimwengu. Hajui kwenye aliko. Sasa Manze alikuja kutafuta nafasi apigie nyanyake simu. Mwanzo yeye hajai kuwa ako mbali na nyanyake muda mrefu namna hiyo. Hivyo alikuja na huku ndani basi akatafuta internet. Na wana habari wamekuja kutafuta nyanyake. Manze anamuuliza namna gani? Bugo jeni. Mimi naamini mtu akipata bwana amepata bwana. Hata kama ni bwana ambaye ako na munya gani. Shosh. Ndiye haya matoto yangu iko salama wa salamini. Washeni kuja kunishobora. Muna nishobora kwa nini? Mimi ni shosho na sitaki kushoboro. Matoto yangu iko pahali mashuri. Sitaki kushoboro. Moshe nishobwe. Lakini sasa Manze alifanya makosa wakati ambapo alipiga simu. Mwanzo wakati Manze alipiga simu hapa basi wanapolisi kama vile akina Zoro Wakarwa walijua pale ambapo jamaa wetu amejificha. Shasha makosa. Zoro Wakarwa wameshajua pale ambapo jamaa wetu amejificha, na kwa hivyo kujua pale jamaa wetu amejificha wakaanza safari moja kwa moja kuingia pale jamaa wetu walipo. Lakini Manze ameboeka. Jua anashindwa kwa wapi? Manze anashindwa sana hapa basi kwani yako wapi? Lakini aliambiwa usijali, wewe kuja kula msosi. Come on. Manze anaulizwa unasturiwa na nini? Msosi iko hapa, kila kitu iko chonjo. Lakini ilifika pahali Manze kamtazama jamaa yetu akamuuliza, "Who are you?" Wewe ni nani? Juu vitendo zako wewe ni gaidi hatari kubwa. Jamaa akamwambia, "I am a thief. A very very dangerous thief." Na mbona moyo wangu unakupenda? Akaambiwa, mapenzi haichagui mwizi, mapenzi haichagui ni nani. Mimi ni mwizi hatari. Na niliweza kuiba hiyo diamond kule upande wa London. Masaka muniza how comes London of all the people of all the press. Kuna SIS, kuna special forces, kuna military, kuna marine. London. Akaambua ndio, niliingia London, pahali umeficha hii diamond, nikaiba na nikakuja nayo.
na nimekuonyesha. Kwa hivyo mimi ni mkora hatari. Lakini mbona ukai mkora? Vitendo ni za mkora lakini ukai. Ni vile sijai kugoga vibaya. Inaweza kugoga unanyamba bomu. Ala. Mimi wale watu wabaya sana lakini wanakaa kama wazuri. Sikiaga wale watu wabaya sana lakini wanakaa kama wazuri. Mimi ni mmoja wao. So usione ati nakaa kama mzuri. Mimi why? Mimi ni hatari. Yeah? Lakini manza namuuliza, I really wonder who you are. Hakika kabisa nashindwa sana wewe ni nani. Natamani sana kujua. What? Eba kwambia ni mkora. Kwani unataka kushinda ukiabua namna gani? Mkora ni mkora, once a mkora, always a mkora. Me, I am a mkora. Gaidi, hatari sana. तुम्हारी सारी बातें Manze akasema I really wish to know who you are. Natamani sana manze kujua wewe ni nani. Natamani sana kujua wewe ni nani. Sana. I'll never know. Wakati huo wameshafika shasha. Na utashangaa mwanzo ni wanapolisi walijua jamaa wetu wako hapa, lakini this time round ni majangili wamefika. Ai, akuuliza Manze, kwani umepiga simu? Manze akamwambia ndio, nimepigia nyanyangu simu kutumia simu yako. You made a mistake. Kwa nini huku niuliza? Sasa ile mbio jamaa wetu wanapelekwa shasha. Akiwa hajajitayarisha. Hakuwa tayari jamaa wetu. Hakuwa tayari. Pele kwa mbio. Magaidi wakaogopa, wakaamua kupita route B. Sasa aliamua kukuta Magutu na kikosi chake. Cheka maneno. Ndio huyu Magutu na Vudoki. Huyu akamezwa. Gai. Kimaneni yoro, oi. Karaja mohu, oyo. Mosioka. Deva wa, we. Musebi tairi. Kisha Magutu leta Budoki na shikagwa namna hiyo. Magutu alihadwa. Magutu jitetee. Yeah. Jitetee haraka. Mimi ningependa kuomba kabla hujaniua. Uniruhusu kwanza nifanye mazoezi nikonde. Sitaki kukufa nikiwa mnono. Wewe, sitaki mastori mingi. Ako wapi Omar Zafar? Tafadhali nakuomba. Omar Zafar ako wapi? Sijui. Sema fast, ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Mimi sijui ako wapi. Na Diamond, ulikuwa unachukua Diamond upeleke wapi? Akamwambia Diamond nilikuwa nachukua nipeleke Hamid Gur. Mimi sijaipatana na Omar Zafar. Mwenye tu napatanaga na yeye ni Hamid Gur. Okay, ako wapi Hamid Gur? Where is Hamid Gur? First Magutu. Tawa Magutu. Ako wapi Hamid Gur? Akamwambia Hamid Gur ako pande wa Bera Prague. Patwa moja Magutu, kisha jamaa wetu akachomoka nyau. Mimi bado nimeona jamaa wetu Foster, lakini majangili wako wengi. Wakati jamaa wetu waringia baharini, basi na Manze naye ndio huyo. Majangili wakaamua bado kwenda kumfuata shasha. Cheka maneno. Majangili wakaamua kwenda kumfuata. Walala yaye. Ashalala. Cheki venye Manze nafuata maskini marasasi nalia kuria, lakini punde si punde jamaa wetu chomoka kujeshi. Ruka hadi Manze anashtuka shasha. Kuwashambulia wale majangri. Walala, fanya sima sote jisiti kwa maji sara kama hiyo. Kisha ruka na kujisiti ndani ya maji tena. Huku akimwekea Manze ulinzi kuhakikisha kuna mtu ambaye atakuja kumpata Manze. Magutu chunga. Jamaa wetu sasa ndio huyu. Cheki kumwekea Manze ulinzi. Kisha majangili wako hapa basi na motorboat. Lakini jamaa wetu anaruka kuondokea mara sasa kwa ndani ya maji stara kama Manze vile hapa barashaka par ndani ya maji. Majangili kumfuata jamaa wetu. Majangili wanamfuata jamaa wetu tena pita na huyo lala. Asanta. Maridadi. Kisha ruka fyaturia wengine marasasi. Ruka nyeshia ngono marasasi. Ala. Asanta sana kisha Manze jificha ndani ya maji, kisha jamaa wetu ruka tumbukia
ukienda ni maja star kwa moyo shesta kisha ruka na kunyeshea hao marisasi anawaona kando moja bia ada ya mwingine ala moja baada ya mwingine jaribu kumpiga marisasi Rocky na waporuka bengereka kwa juu pata huyo ruka kiwa juu bengereka pata huyo ala kai Magutu alistuka risasi ameisikia na masikio amesikia risasi na masikio why manze kurupa nono jamaa wetu naye ndio huyo ai Magutu akaona hapana mabara tuchomokeni hapa twende kisha jamaa wetu fasta akafaka kwa ufuo wa bahari kufika kwa ufuo wa bahari ni fasta hapa basi bila shaka paraka janganyika na watu wengine kuzobaisha majanga rosara kama hiyo na kisha akaanza safari kuelekea upande wa Bere Prague ala asante sana Arisafini kasafirisha manze hapa basi kuja kujisikia wakati na kuja kuamka alijipata basi wako upande wa Bere Prague shasha wamekuja kutafuta jitu kwa jina la Hamed Guru Salala basement zenye wendezo hizi manzara kuja kuenjoy zaidi kuona venye hapa basi bila shaka para upande wa Bere Prague unapolea mpaka kaambia jamaa wetu wenyewe kutoka tupatane na wewe maisha yangu imegeuka ingawaje wewe ni mkora na hatarisha maisha yangu lakini umenitembeza Vavarai umenitembeza kweli mpaka nasikia raha ndani ya roho na sikufichi I am already in love with you alimwambia jamaa wetu live and cash mimi tayari manze nishakupenda hatimaye basi walichapa maraundi uko pande wa Bere Prague jamaa wetu Rajva na manze wetu Arin Sahani lakini hatimaye jamaa wetu walikuja kajiandaa manza kashindwa we Kajirodo ngani ai unaenda wapi Vavarai kunaenda mambo fulani ya wanaume alafu takuja baadaye lakini manza alimwambia kama kuna kitu ambacho huwezi ukafanya ni kwenda uniwache kama kuna pari tunaenda pamoja we ni wakati wa wanaume kuna either tuende pamoja ama ni kufuata bila wewe kujua okay haleria wakonye jitayarishe tuchomoke alright jamaa yetu basi akajiandaa na kisha akaamua kuchomoka kwa lile hoteli na kuelekea kwenye shughuli za kumtafuta Hamed Gul lakini kufika ara zenye wizi akaona kwa hapo pande wa Prague Times gazeti ya Prague ya hapa basi upande wa Bere Prague imeandikwa they are wanted sasa wakati manzi alichomoka feelings za jamaa wetu yani mapenzi ikaenda juu mbaya zaidi naona mapenzi kaenda juu sana wololo yaye mapenzi yakaenda juu sana tena zaidi alala yaye yani akafini kiwendo kingine akafiri kimapenzi kingine kimetoka hata hapa basi kimetoka nowhere ala kimapenzi shasha na gazeti za huku zimeandikwa watu wa content kaweka manze stara kama hiyo ni kujificha polisi hataki manze ajue tayari hapa basi magazeti zote zimewekea wanted sasa vani unasikia mimi zaidi nikapata mtu atoe kitu kubwa anaweza furahia lakini manze alimcheki jamaa wetu akamwambia I have never kissed a man before nataka unipe busu nasikiaga tu watu wago wanapewa busu nataka basi unikisi nisikie venye mtu hapa basi anasikiaga ujai kisiwa sijai yake ya Mungu kukisiwa kweli hujawahi kisiwa walai bilai sijawahi busiwa na mwanaume jamaa kamwambia basi nami nitakupa buso
la kitaifa. Kama ni boso wa marabisho unataka, nitakupa boso tena boso la kitaifa. Iwapo unahitaji boso, sasa tio ndio manzi anajua. We, kwani hii kisi ulifuzwa kisi kutoka kwa Kiogo? Hiyo ni kisi kutoka kwa Kiogo. Basi si unipee kisi. Kaambiwa basi, kuja nikupee kisi yake na agofu. Kisha kasosa, kisha kasosa. Manzi alisikia kama amefika binguni. Huku ndiko heaven. Bado kuna kitu kingine inaweza fanya usikie kama uko nini, heaven and earth. Tunaweza shidaga hivyo. Haya, polisi wakachomoka. Sasa unasikia bandi, mimi kwanza hii kitu ati watu hawatoi kitu kidogo, hii ndio ile kitu mimi nasikia vibaya sana. Lazima watu wawe wanatoa, hata kama ni kujipicha, unakuja unaniletea kitu kidogo huko mbali mbali. Si ati mnapicha mnakaa na mali yote. Lazima polisi na mazira yake inaangaliwa. Hata kama utaleta kitu kuo umepicha kwa mguu, hata kama utaleta kuo umeweka kwa kiremba, sitaki kujua. Unaleta kitu kidogo tu, mbora tu kitu kidogo. Wakati huo sasa hapa basi walikuja kutafuta Hamed Gul. Hamed Gul yaaminika anakuwa gara zenye wizi. Mwanzo jamaa wetu nia yake ni kumpata yule terrorist mkubwa kwa jina la Omar Zafar, ampatie ile diamond. Mwanzo ile diamond inahitajikana nani? Na Omar Zafar. Lakini sasa ili kufika kwa Omar Zafar lazima upitie Hamed Gul. Naona? Haya, sasa wale kuingilia na manzi. Na hizi ni basement zake Hamed Gul. Na Hamed Gul ndiye tu anaonanaga na Omar Zafar, mwenye alipatia na order ile diamond iweze kuibiwa. Alright. Sawa sawa. Haya, jamaa wetu basi kama ndivyo hivyo akakuja akaanza kucheza, na hii ni design za kumwattract Hamed Gul. Ingawaje jamaa wetu ni wanted, na mtu kama vile Hamed Gul anajua vizuri zaidi diamond yenye ilibiwa upande wa London. Diamond yenye ilibiwa upande wa London iko na huyu jamaa Rajvir, ndiye ako na ile diamond. Sasa walikuja kucheza, jamaa wetu akaekelea do, wakawin. My idea sitawahi kuacha. Haya, jamaa wetu anacheck venye zina win. Like the best please. 26. Wekelea kwa 26. Kazunguka, pesa zote zikaangukia 26. Manze na enjoy zaidi. Akisita sasa twende pale tukae tukule. Hapana, lazima tukule pesa zingine. Kaisi tuende tuna hizi badala tunaweza hatarisha ziende zote, sweetheart, please. Okay, tuwekele tena. No more bets. Anataka ku attract Hamed Gul. Red. Oh yeah! No! Zimeenda zote. Confirm हो चुका. Okay, sometimes kunakuwa na kismat, sometimes ni mkosi. Sasa pesa zote. Nilikuwa nakwambia tu tusiwekele pesa zingine. Mimi wana message mnakuwa na namna gani? Nilikuwa tu nimekuambia hizi pesa tuchukue tena tukazieje. Sasa naona sasa kuna kwenye. Sasa pesa zote zimeenda, sasa ina namna gani sasa? Nilikuwa tu nimekuambia vizuri sana. Nikakwambia hizi pesa tuchukue twende. Sasa kalia tunaenda hivi. Sasa ina namna gani leo? No. Tumia. Napiga mdomo aje hapa kama kwenda wewe. We, hebu nimwagilie pombe. Nataka ule jamaa nione. Nimwagilie pombe alafu utoke nje. Sasa huyu mwanaume una gani? Leta yako. Kwenda. Sitakutaka na sikutaki. Kwenda bure. Sasa Hamed Gul akapata nafasi ya kuona jamaa wetu Rajvir, na anajua Rajvir ndiye aliweza kuiba nini ile diamond. Sasa alifuata yule manzi, cheki, akafuata manzi mako pande wa nje, kaambia manzi, najua ninyi mko na diamond. Manzi akamwambia sio diamond, inaitwa coinae, not just a diamond. हीरा नहीं, कोहिनूर. Ni coinae.
Kamwambia kama na nyinyi mko na koina tupatane nje in 15 minutes. Manza kamwambia hapana, 5 minutes. Upande wa nje 5 minutes. Hamid Guru akamwambia sawa sawa. Kama nataka ile hapa basi bila shaka pale koina tupatane upande wa nje in 5 minutes. Najua Hamid Guru najua ile Diamond inahitajika sana na Omar Zafar. Akamwambia manze ni sawa sawa, in 5 minutes nitakuwa upande wa nje. Alright. Sawa sawa. Hamid Guru. Jamaa yetu kuchumuka upande wa nje walipatana na manzi. We. Sasa hapa kumefika ile place inaitagwa Dangerous. Kwa hivyo uende upande wa nje tutapatana upande wa nje. Manza akamwambia okay, please stay alive. Nimekupenda mapenzi mengine hapa sijaipenda mtu mwingine. Kwa hivyo tafadhali ile kitu tunakuomba. Stay alive. Kaa uhai tafadhali sweetheart. Nimekupenda ingine sijaipenda mtu mwingine. Kwa hivyo tafadhali. Siwezi nikataka ukiumia ama ukidedi. Just stay alive my dear. Baada ya dakika 5 basi jamaa wetu akachomoka upande wa nje. Hamid Guru kufika hapa akaona ile Diamond. Koina na akaichukua. Haya. Akaichungulia. Kabla hajaicheki zaidi, jamaa wetu akakuingilia. Koina ndio hiyo. Where is Omar Zafar? Omar Zafar ako wapi? Ndiye nataka kuuzia hii Diamond. Inda. Umeshika, umeiguza, umeona ndio hiyo. Hakuna. Omar Zafar mimi tu ndiye naweza deal na yeye. So uleta Diamond nikulipe story ziishe. Kamwambia siwezi patia mtu mwingine. Omar Zafar. Kama sipatani na Omar Zafar, sipatiani Diamond. Akamnyonga. Omar Zafar ako wapi? Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Kamwanza sasa. Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Omar Zafar ako wapi? Ako wapi Omar Zafar? Ikawa sasa ni kitanzi. Chunga hilo bunduki. Hey! Weka bunduki kando. Nataka Omar Zafar. Omar Zafar ako wapi? Ako wapi? Lakini kidogo hivi akina Magutu wakafika. Kapiga hapa basi Hamid Guru marasasi. Wezo Omar Zafar ako wapi? Utawahi mpata Omar Zafar. Jamaa wetu waliumwa. Mwanzo Hamid Guru ndiye tuongeza kumpeleka hapa basi bila shaka pale kwa Omar Zafar. Mwanzo hawa magaidi wengine wote mpaka akina Magutu hawajui pale alipo. Hawajui pahali alipo. Makusha. Na anamtaka hapa basi anamtaka Omar Zafar. Anamtaka Omar Zafar. Sasa punde si punde. Maana na yeye hapa basi kwa upande wa nje stara kama hiyo aliitwa na wanapolisi. Akina Zorowakarwa waliweza kumuita manze, check maneno. Zorowakarwa waliweza kumuita manze kumpeleka mpaka Indian Embassy Praga kwa ubarozi wa India shasha. Wakaambia manze, sikiza. Wewe sai you are the most wanted criminal. Wewe pamoja hapa basi bila shaka pale na huyu jamaa you are wanted. Umewacha nyanyako namna gani? Wewe ni wanted. Mlionekana mkiongea na magaidi kama vile Hamid Guru. Na Hamid Guru amekufa. जिंदा है. इस वक्त कहाँ है वो किसी हामिद गुल के साथ. हामिद गुल मर चुका है. Hamid Guru ameuawa. Na mara ya mwisho mlionekana mkiongea na yeye mpaka iko kwa video kamera. Hii ni kumaanisha maisha yako wewe iko hatarini. Mbali na kuwa one of the most wanted people, you are wanted for the death of Hamid Guru. Muko pamoja na Hamid Guru, mkisalimiana hivi na Hamid Guru ni terrorist. Sasa kuna kitu moja tu unaweza fanya. Utusaidie kumkamata huyu Rajivil na umake sure tukimkamata ako na hiyo Diamond. Ukifanya hivyo, serikali ya India
na dunia mzima itakuondolea lawama zote. Tukamate huyu jamaa na umake sure tukimkamata ako na hiyo diamond. Usipofanya hivyo umepoteza nyanyako, umepoteza maisha yako. Mwanzo wana polisi sasa wameanza kukuwinda. Chukua hii alarm. Ukiona kuna diamond ufinya namna hiyo. Ukifinya namna hiyo polisi watu wamwagike wamkamate. Wewe na wewe maisha yako irudi maisha ya kawaida. Sasa manza yenyewe akacheki akaona kuliko aishi maisha namna hiyo, maisha ya taabu, kuliko aishi maisha hapa basi heri afanya kitendo chenye ameambiwa na wana polisi. Lakini upande mwingine na imagine mapenzi yenye ako na hapa basi kwa huyo jamaa wetu Rajvir. Ana imagine busu lenye aliweza kupewa la kitaifa. Ana imagine hajawahi sikia kama amefika binguni. Ilikuwa ni mara ya kwanza basi kwa kupewa busu na jamaa wetu Rajvir. Na sasa ndivyo hivyo. Haya, alicho na jamaa wetu. We, twende kumeharibika. Wakachomoka na wakaishia. Nilomanza kona ile alarm. Aliambiwa hakikisha tu jamaa wetu kona ile diamond. Kisha aita polisi. Polisi wakuja wamuue huyu Rajvir. Wakimuua Rajvir, waondolee Manza mashtaka yote na kisha hatimaye hapa basi hiyo kesi ifungwe. Mradi tu Manza make sure jamaa kona ile diamond. We, my dear, mbona umebadilika namna hiyo? Mimi nashindwa. Maisha yangu inawezaje potezwa na mtu kama wewe? Wewe ni gaidi. Wewe ni mhalifu. Haufikiriagi mambo yangu. Haunijali. Wewe ni gaidi tu ya kawaida. Unawezaje niharibia maisha yangu namna hiyo? Kwa nini uliamua maisha yangu iwe namna hiyo? Sasa tuongee mambo ya mapenzi, sasa tunaongea mambo ya maisha yako Uko sure uko na ile diamond? Si ndio hii diamond. Kai, sasa maisha yangu itaisha namna hii tu. Now I know. Sihitaji kuambiwa. Diamond ndio hiyo. Na naona uko na alarm ya polisi. Si ndio? Hii ni alarm ya polisi. Mbona hujafinya? Ni juu nakupenda. Unanipenda na ulikubali kuchukua hii alarm. Nakupenda manusu. Fanya hivi. Si ulikubali kuchukua alarm we. Ndivyo uite wana polisi. Sijui unagoja nini? Waite. Si utafurahi nikikufa? Ujue kila kitu cha nini kuambia. Mimi ni mwanaume ambaye nilikuambia ukweli. I love you. Ninakupenda sana. Ninakupenda sana Sahani. Na siwezi kusaliti. Lakini juu umeamua kunisaliti, wacha kusita. Waita wana polisi. Akafinya alarm. Kufinya tu alarm stari kama hiyo. Wana polisi walikuwa wanamfuata. Walikuwa wanangojea tu kuhakikisha diamond iko area. Wakakuingilia. Wakiongozwa hapa basi na Zoro Wakarwa. Wana polisi mpaka chopa upande wa juu nani. Mpaka chopa ziko upande wa juu stari kama hiyo. Wana polisi wengi zaidi. Sasa moja mbili kisha rushwa disani kama hiyo baharini. Mali sasa ya kikao ngezewa pale baharini staili kama hiyo kumake sure wamemwangamiza, kuhakikisha wamemtambariza. Kisha Manza kaulizwa kwa wapi diamond, akaambia Zoro Wakarwa diamond ndio hii. Ndio hii diamond. Okay, mashtaka yako yote Manzi tumekuondolea. Now you are a free lady. Sasa uko huru kaweza ukaenda. Uko huru unaweza ukaenda. Tumekuchomolea mashtaka yako yote. Mashtaka yako yote tumekuondolea. Now you are free. You can go now. Enyewe Manzi akaondolewa mashtaka yake yote yenye alikuwa nayo. Kuwa yeye anashirikiana na majangili. Kuwa yeye alikuwa hapa basi bila shaka pale na Hamed Gur Kabra Hamed Gur Rajadedi. Na mashtaka yale mengine yote Manza akaondolewa. Ripoti zikachapishwa kwa magazeti kwamba Nakweti Manza alikuwa innocent. Hoi, matoto yangu hoi. Mamekuja manyumbani hoi. Mimi mamekumisi hoi. Mamekumisi sana hoi. Matoto meagu. Matoto meagu hoi. Kufika orfika nyumbani ndio
skitai. Kupolea walipolea na nyanyake ndio skitai. Lakini mawazo juu ya mawazo, mbele ya mawazo. Anashindwa atawahi muona tena lini hapa beshi jamaa wetu Rajvia. Aliona baharini kukinyeshewa na kukinyeshewa na kukinyeshewa na kumimenewa marasasi. Arashuhudia jamaa wetu akapigwa marasasi. Sasa mawazo yanamsukuma stara kama hiyo. Richa na kuwa alimsaliti ili aweze kurejesha maisha yake ya kawaida. Richa na kuwa alikubali, bado anampenda. Kwa hivyo alichukua ile gari ya nyanyake, akaamua kwenda kutafuta pale ambapo jamaa anakuaga. Alielekea mbako upande wa Beran. Na najua upande wa Beran ni sehemu moja aliona kwa simu ya jamaa wetu kuwa ni moja kati ya maficho yake. Kwa hivyo mandhari kuingerea shasha. Check maneno. Mandhari kuingerea. Akapata mlango uko wazi. Mwanzo kulingana na venye ambavyo anajua ule jamaa anajua hata kama anapigwa marasasi, kukuwa ati amededi ni kitu ngumu. Dogo akaanguka. Wai. Kuna mwizi. Nimetumwa huku hii address nileta hii box. Na ukileta box unakuja kuanguka ama unakuja kuleta box. Wewe na wewe unahadaga baka wageni. Huoni anajua huku, sio watu wengi wanajua huku. Haya, manza kaingia upande wa ndani. Amekuja kadai yeye ameleta box. Akapata watu wawili wenye wamekasirika zaidi. Kwanza mzee amekasirika na venye anajaribu kuwapea story, hakuna mtu anataka story. Ndipo mama akamwambia, mimi sina ubaya na wewe. Kama wewe ni mgeni, kaa kama mgeni. Uramwe saa ineki. Mbona anapewa chai? Huyo ni mtu anafaa kukaa hivyo. Hafai kukula anything. Lakini ripoti na habari kwenye maroninga, kila mtu hapa basi, station zote zinadai hapa basi bila shaka pale Rajvia arapigwa marasasi na akakufia baharini. Ikawa ni ripoti basi kwa maroninga ambazo zinatambaa kila pahali na kila mtumishi anapata zile habari kwamba na kweti Rajvia anakusha maneno. Rajvia aliweza kudedi, Rajvia aliweza kupigwa marasasi na amekuwa mwizi mwenye ameweza kusumbua sana serikali ya India na hata Uingereza. Lakini alikuja akauliza huyu mzee, mzee, hii ni moja kati ya maficho yake Rajvia. Unauliza nani? Lakini mtazamaji, ni kuambia basi kinaga ubaga, hii sio maficho ya Rajvia, hapana. Hapa ni manyumbani kwa kina Rajvia. Na mwanzo wakati alikuwa anakuja kuchomoka, alikuja kuona picha ya Rajvia. Akaona picha ya Rajvia na akaona Rajvia akuwa amevalia uniform ya kijeshi. Unaona? Na mama akamwambia yeye alikuwa hapa basi bila shaka pale na watoto wawili. Huyo alikuwa ni Rajvia, ni mwanajeshi, lakini siku hizi amegeuka kawa mwizi. Mama akamwambia alikuwa na kijana mwingine ambaye alikufa in the line of duty. Mama anamwambia sasa, mimi nilikuwa na vijana wawili tu. Mmoja alikuwa mwanajeshi akakufa in the line of duty. Mwingine naye alikuwa mwanajeshi akageuka akawa mwizi. Sasa naye ndiye huyo tunasikia amekufa. Dakwete usodage kuwa. Lakini babaka Rajvia alisema hapana. Niko na uhakika huyo kijana wangu hajakufa. Dhamiri zangu na feelings zangu zinaniambia huyu kijana wangu hajakufa. Amewin trophy nyingi zaidi, zawadi nyingi zaidi za kuogelea. Kama rapigwa marasasi akatupwa baharini, ataogelea. Yeye ni champion wa kuogelea. Kwa hivyo ataogelea hadi achomoke. Ala, Manzi akaanza kuwa na hope mpaka akasmile. Unaona? Manzi alismile sana kama hiyo. Mwanzo amepata hope. Kwa hivyo akaamua kurudi kwa nyanyake. Manzi wetu sasa aliamua kurudi kwa nyanyake. Lakini kufika Raizi akakamatwa na kikosi cha terrorist, akatekwa nyara. Makusha. Sasa tena Manzi ametekwa nyara na terrorist. Oye, huyu Manzi wetu Harin Sahani akona taabu zaidi. Kwanza this time round alitekwa nyara, akaretwa kwenye basement zenyewe zake terrorist kwa jina la Omar Zafar. Nani huyo? Zafar. Omar Zafar name. Omar Zafar mwenyewe ndio huyo.
nataka uniambie Koinae iko wapi? Maza kamwambia si ndio hiyo Koinae uko nayo, na umeipata aje na ilichukuliwa na wanapolisi? Akaambiwa hii ni fake. Imevunjika. Hii ni fake. Shit, that is Koinae yenye nilikuwa na. Akaambiwa hii ni fake. Koinae haiwezi vunjika. Koinae haiwezi chomeka. Koinae hakuna chuma ama chochote ambacho kinaweza kikaivunja. Punde si punde Zora wa Karwa. Karwa? Kamwambia ndio. Huyu ni terrorist lakini ako na pesa mingi zaidi. Ananilipa mshahara mara 100 yenye serikali inanilipa. That's why anafanya kazi na yeye. Wewe utatuambia pahali ambapo Koinae ilipo. Na hii shindano inaitagwa msema kweli. Utulie ni kudunge ama niingize kwa jicho ni kuharibu macho. Leta mkono. Na sasa manze bila kutaka alidungwa ile shindano. Na sasa hii shindano ukidungwa unaongea ukweli. Hii ni shindano inaitagwa msema kweli. Ukidungwa hauwezi ukadanganyana chochote. Kila kitu chenye ambacho utabonga utasema ukweli na ukweli mtoto. अब तुम सिर्फ सच कहोगी. Koinae iko wapi? Koinae iliwekwa wapi wakati iliibiwa na huyu Rajivia? Rajivia amekufa. Wewe tu ndio unaweza tuambia pale ambapo hii Koinae ilipo. Lakini Maza aliwaambia, "Gai, mimi imagine nimewaangalia hivi nikawahurumia. Mnajua ni kwa nini?" Tuambie pale Koinae ilipo. Koinae enyewe sijui pahali iliko, lakini pahali mnakosea. Pahali mmekosea kabisa kabisa. Rajivia hajakufa. Rajivia hajakufa. Na ni kweli mtazamaji, Rajivia hajadedi. Na ndiye huyo shusha. Ari time wamteke nyara Manzi ili wampeleke pahali. Na pahali ambapo atampeleka Manzi anajua vizuri zaidi ndipo atampata yule Omar Zafar. Kwani anataka nini na Omar Zafar? Alright. Basement zake Omar Zafar sasa. Jamaa wetu Ridhit Roshana Ridhit Roshana ukipenda jina la sinema Rajva amesha kukuingiria sasa. Mutuko. We sisi ya chao. We sisi unachungulia nini yani? Kioko mudhuko inda kisha vunjwa kumalizwa. Vunjwa kumalizwa. Hawa Manza nawaambia ukweli mwanzo, kila kitu chenye najua basi lazima elezee mbele ile shindano hapa basi ni msema ukweli. Lakini upande mwingine jamaa wetu amesha kuongoro ya shasha. Jamaa wetu amesha kuingilia na this time around hataki mchezo. Anataka Omar Zafar. Anamtaka Omar Zafar. Katega makombora nyingi zaidi. Lakini ungeshindwa. Kama hii diamond ni fake. Jamaa wetu anataka nini na Omar Zafar? Anataka nini kutoka kwa Omar Zafar? Kisha kando. Unaona moto. Aya. Abana chezo na Rajivia shasha. Anawaandaria kuandaria huku tega makombora nyingi zaidi. Time bomb. Zenye hapa basi ni za 2 minutes. Kamata huyo, nyonga huyo, mariza huyo. Santa. Bunduki kando. Hii inaitwa SKSM, silent killing, silent moving. Hakuna kuonyesha marasasi. Right on time. Hadi upande wa ndani kwenye basement zake Omar Zafar shasha. Santa sma pozi asante zaidi. Semeni sasa. Semeni shasha. Omar Zafar. Hello sweetheart. Nilikuwa najua tu utakuja. Weka bunduki chini mara moja. Ama tumuue. Okay. Akaweka bunduki chini. Makofi. रोज भी नहीं सकता. Mtu ambaye unaweza enda upande wa London uibe Koinae, lazima wewe kweli ndio mtu ambaye unaweza kuja hata uweze kunipata. Akamwambia Koinae singepatia mtu mwingine. Nilikuwa na haja na wewe. Iko wapi? Iko wapi Koinae? Utaniambia pahali Koinae ilipo. Hiyo kitu niko na haja sana nacho. Lazima niharibu uhusiano wa London na India. Iko wapi? Koinae iko wapi? Hiyo tu ndiyo inaweza nisaidia kuharibu uhusiano wa India. Kuja kipande hiki. Koinae iko
Wapi? Maskini jamaa wetu, maskini sikumwa mateke. Makosa. Kuja kibande hii. Na ananyungwa na minyororo. Koi naye iko wapi? Iko wapi koi naye? Lazima utaniambia pale. Koi naye ilipo. Chenye nataka ni ukweli. Koi naye iko wapi? Unataka nikwambie pale koi naye ilipo? Basi nitakwambia. Iko wapi? Koi naye iko London. Pahali ambapo ilikuwaga. Hakuna koi naye iliibiwa. Na mimi sio mwizi. I am Indian Special Forces working with London MI16. That's who I am. This is an international connection operation. Wakati ulisema unataka koi na iibiwe, mimi na kikosi cha London MI16 na Indian Special Forces tukaorganize. Isemekana nimeiba ile diamond. Diamond iko pale pale na hakuna mtu anaweza kaingoa. Hiyo diamond iko upande wa London. Lakini tulidanganyana imeibiwa. Ili niweze kukupata. Okay. Ukinipata ufanya nini? Kwa nini wewe? Why you? Kwa nini wewe udanganyana umeiba ile diamond? Juu sasa utakufa. Now you will die. Lakini alimwambia Omar Zafar, akamwambia kama unataka ni kwa nini, kujua ni kwa nini, nataka ukumbuke Colonel Viren Nada. Alikuambia vizuri zaidi. Wakati umevalia uniform ya jeshi, umesign death contract. Na akakwambia wakati utampiga marasasi, utakuwa umeanza kuhesabu siku zako za kukufa. Colonel Viren Nada was my brother. Uliua bradhangu. Huyo alikuwa ndugu yangu. Na sikuwa na haja na kitu ingine. Nilikuwa na haja, hata nilikubali MI mission kutoka kwa Indian Special Forces ili nikutafute ni revenge kifo cha bradhangu. Wakati tulimuua, hapo ndipo kifo chako ulisaini. Basement zake zikaanza kulipuka. 8 umebakisha sekunde 8 ukufe. 7 umebakisha sekunde 7 ukufe. Wewe si mwana huko nje muangalia ni nini? Makombora zimeanza kulipuka. Basement zake zinaripuliwa. 6 5 4 umebakisha sekunde 4 ukufe. 3 kukaendelea kulipuka. 2 1 hakukuwa na kombora huku ndani. Sasa Omar Zafar akaanza kucheka juu imesemekana 1 na hapa kujaripuka. Kuona kujaripuka akacheka. Kucheka akaambia namna gani? Bang bang. Bang bang. Twende shasha. Akaanza wenyewe walikuwa kurupa nono shasha. Mimi sio mwizi. Mimi ni Indian Special Forces Operation Mission kumpata terrorist. Terrorist ni nani? Omar Zafar. Makosa makubwa kuwa bradhangu. Twende shasha. Omar Zafar, it's about time you die, man. Santa. Manza naye alidungwa shindano kusema ukweli. Kai mimi yake kusema ukweli nakutaka. Unanitaka saa ngapi wewe na wewe? Unanitaka saa ngapi? Najua unaongea ukweli. Hiyo shindano haitakuwa ni kusema tu ukweli. Kwa hivyo kuanzia sasa utaniambia tu kila kitu yenye ni ukweli. Anamwangukia. Piga marasasi. Shindano ni msema ukweli. Mimi yake nakutaka venye ulivyo. Lakini nilikuwa nimeshtuka sana venye nilikuwa nimesikia umekufa na kupenda. Hata mimi najua unanipenda. Lakini lazima ujue hapa kumejaa magaidi. Kai, imagine walikuwa wanasema ati umekufa. Mimi nilikuwa najua hujakufa. Sasa wewe hizi hadithi mingi. Na hapa kumejaa magaidi. Haki nakutaka. Nakupenda. Wewe. Ruka piga jangiri marasa jangiri kuja kwangu kia manzi. Akaondoa manzi. Kai ni peka wahede sai. Wacha ujiga. So uone venye magaidi wamejaa hapa. Hii shindano kumbe ukidungwa huogopagi na unasemaga ukweli. Wacha mambo mingi. Na hapa kumejaa magaidi. Ile huyu sio mwizi. Kai nini kona maso na muna mimi nataka. Unataka kai mimi nataka. Ni wote goli. Mimi nataka mimi na. We sio hapa sio saa hii. Niki. Namna gani wewe? Namna gani?
Ko mimi sitaki kugoja, mimi nataka sahi hapa. Ebu kuja, mimi sitaki kugoja ati kesho, mimi nataka hapa. We, hapa. Mimi unataka hapa, kama unipelei hapa, mimi nitapiga nduru. Kidogo hivi. Jamaa itoka kuingilia na pikipiki. Ilikuwa kwenye basement za magaidi na hataki kuona hata kidogo huyu Omar Zafar akiepa. Omar Zafar naye ndio sasa ameagiza ndege lake kuingilie apelekwe Mombasa, Kenya. Wololo yaye. Omar Zafar ameagiza ndege liweze kuletwa, ndege liweze kuletwa mara moja apelekwe hadi upande wa Mombasa, Kenya. Shasha. Cheki maneno. Wala cheki marenje manzia. Omar Zafar. Lakini jamaa wetu na yeye ni nani? Anataka revenge ya brother yake Colonel Veranada. Ndio sababu alikubali hii mission. Watu wakadhani yeye ni mwizi, but he is working for MI16 and Indian Special Forces. Why? Ala, mbio shasha. Mimi nataka basi wacha niguze. Wacha ujinga, wewe uone tunafuata magaidi. Mimi sitaki kujua, mimi nataka. Upande wa nyuma wanachambuliwa. Unataka kuja ndio hiyo, chukua basi. Unataka tu kuguza na mkono, ingiza mkono uguze. Mimi nataka niguze. Haya, ingiza mkono uguze. Akamfungua jacket, akaingiza mkono, akaguza. Sana sikia mzuri. Wachana hiyo basi, sasa leta buduki, toa buduki sasa. Wachana hiyo vitu ya nyama, toa buduki, kitu gumu. Bas, twende shasha. Cheki mastairo. Wacha na shambulia star kama hiyo huko akisikiaga vizuri. Cheki maneno. Tinga nazo za magaidi rombono storo kama hiyo. Bado jamaa wetu wanafuata hapa, basi anamfuata yule jangili mkubwa terrorist kwa jina la